wamepatana na Agao, wakaenda huko kucheza, wakatafuta kitu inaitwa adventure. Na huko kwa adventure sijui hata ni nini wanafanya. Anarudi akiwa na njaa, amechafuka kupindukia. Ukimwangalia unaweza shangaa kama mtoto amevaa nguo ama matope. Lakini mimi napenda hivyo. Ushindi cleans even the dirtiest of legends. Kweli, ushindi haijawahi chekesha uchafu. Now with enzyme technology for cleaner clean. Ushindi, proud to journey with legends. Muikari wa Muranga, Jambo. Leo motungata ma thirikari ya Muranga nĩ marathie digital oro hauro hine rwaku njara-inĩ cia moko maku. Jumamothi ĩno tarĩki 11 wa kana, Kameme TV na Kameme FM nĩ tũrakũnyita ũgeni kũrĩa Keno kĩwanja-inĩ gĩa Kimorori, kũrĩa tũgakorwo tũkĩrugũria mũtambo ũyũ mwerũ wa My Muranga app kwambĩrĩria thaa 7:30 cia mĩaraho. Mũtambo ũyũ nĩ ũgũgũteithĩrĩria kwamũkĩra motungata ta marĩhi ma permits, kũiyũria mawĩra, bursaries oro ũndũ ũmwe na gũkinyanĩria motungata ma thirikari ya county. No download My Muranga app kuma Play Store na wambĩrĩrie gũkenera ũthundũri ũyũ. Ũka wĩonere ũrĩa ũthiũ wa Muranga ũracangarara. My Muranga app, service made simple. I love this song. TBT Oshiotagwa Makibi James. Ate maisha ne marito, my friend. Tigotheke, let me tell you. Mitambo-inĩ ya Kameme kao kamwe gĩtũgĩthiĩ mbere na gũcanjamũka nĩ ngatho njĩtagwo Mũthoni Kĩrumba. Yes, na nĩgetwo chef gathemba the team master. Ũngĩenda rĩu kũngenia ta rĩu ũguo ndĩraigua wiki ĩno ngenete ũguo the first week after Lent, you can call me Baby T. Yeah, Baby T. No, njĩtega swiri. Oh, tũmarĩtwa twega. Twĩna cama. Twa ũkĩngenia. Tondũ nĩ ndakwenda mũno. Yes, love. Doesn't sound so good. But let me just, it's all right. Forget about it. It is well. Nitoshoka kona mitambo-inĩ ya 20014, sorry, Kameme FM official fan page on Facebook. Debula anasema kwa mitamboni tunakulove sana. Take care of yourself. Na wetekereke nĩ tĩri wako ukatal. Na show yako ikinyanĩre. Yagire na ikue top. Wendo ikohotwo nĩ taki. I'm telling you. All the best DJ Debula. Arĩa mauma Korea online watarejea pale, na ni Joy Jorwa Ito is just here. Alifika masaa iliyo mzuri, lakini alipata pia tulikuwa na mambo deadly. Yes. Ule heavy vitare itago St. Bridget Hospital. Na nĩtũkoragwo na counseling psychologist okaga kuma kũndũ kũu. Yes. Kana tiguo? Nĩtũkoragwo na ndagĩtarĩ. Nĩ kũrĩ director wĩtagwo Steven Wainaina. Na mutumia wake wĩtagwo Wadia. Baba wa Wadia nĩ ahurũkĩte. Oh, pole sana. Etagwo George Muthee Wandia. Nĩ ahurũkĩte. Tukahe pole sana kũrĩ family ya Wadia. Pole sana mama. Na niliacha kakiwa expectant, sijui kama God ameka bless. Nitakapigia simu wako kagal. Na mashaka na aratana na family maracemania Korea Muthaiga North Palm Gardens. Na mũcemanio nĩ ũmũthĩ nginyagia mũthenya wa Saturday. Mũthenya wa Sunday nĩ gũgakorwo na igongona rĩa mitha kũrĩa at George's residence. Okay. Na thutha ũcio mathiko nĩ mũthenya wa Tuesday kũrĩa Kagwe Rari constituency Gĩthũngũri. Yes. Kagwe
Larry constituency Githunguri na mwere ukarutwo kuria Kuturu funeral Kuturu funeral home Kenyatta KU ni KU training KU funeral home. Pole sana Wandia na ari othe maracakaya tukamahe pet pole citu ukugite urenda muthe witu ume Kuturu Nje koguoneke kida ukiona nawe kana kuri undu uramenya tondu ndagikwira ndugakirakare. So family ya George Muthee Wandia poleni sana. Joro itu yako ako hapa Masiaku areni kega anyamaga gusino nonginya korona kayo Alikireria marigora mama theke na twi macakaini aiga Nje koguoneke themba ka special ketu wenyo no ya na the ndona koragwo hiya na taramenya kila kitu na roka special nikenda korogo Kuturu nageria gwiciria ni kuku imagine ukiga bosi ucio akarutwo Kuturu karigori wana ndoce to marigori ni wira uriko twaruta KUTTR KU training KU Kenya International KU KUTTR Kuturu ukemegugu Jaro ito yako thini kinyete turare tukorwo na Betty wa Macharia no ni undu wa tumaundu tutiganite ni arakorwo struggle muno ginya gutiga mwana na 1 2 3 Yes. ni tugukorwo tugi catch up nake worry not no ende twina another one he oyo ri oyo ni ethamba ni amenyua ndikane kadi uni amenyua wega biu manenyuo no uyo nake no amenyua Haya, I like your t-shirt. Thanks. Is my senator that we are so proud. Ni gutiri mundu koragwo proud ta kwao. Jigu andu makienje kuganda ati ona ndaramenya hao ega gicagi nderigaga. Agadu twirire iro tweta. Me I love Kipipiri, I love Nyandarua with my blood and sweat. No araita ngenda muthuri wako unyenda muthungu. Ndonire kanda ina hiketie mwiretu Moitariano Eta mugeni kanda ndonire hiketie Moitariano kuhangire kanda Moitariano mugathiaga kiria seria konjagithia ngui. Yes, thank you. Kama mane ngatho ni gutuhe wira by the way ndiramuthikiririe ndireciria andu aya ni mathondekaga mbia ya metako kameme wanore mwene naguo Friday. Yes. Mufatie guthinjwo mucurio buciri. Wana mugagatu wana. Niginya ngigwira kameme thangiuga ngai. Ugu ni gutu behavior. Na thikiriria magakena ate maura makofi ate ngai. Oguo niguo koragwo riria. Mwene kambuni no ni ngai amuturie na muiguagire thu. Korora ngai. Akoragwo live onake. Naka ugati ni marathi wega. Mena 20 million listeners. Haya, ita mdosi. Thank you ladies and gentlemen. Yeah, yo. Are you ready? Yeah. For Jorwa Ituakodi on this day of 9th April 2026 at exactly 11:56. It's about to get down. So
So, ladies and gentlemen, give it up for the record in 5, 4, 3, 2. Tokera in 5. In 5, 4, Yay! 3, 2, and there goes Jorwa Itoya Kodi April tarehe 9. Mwadhani wako. Forgive us. We are not drunkard. We are in our best moods. We are just in our best moods. Shika hapa haraka wewe. Kenyatta University Training Teachers and Referral. Sawa sawa. Good morning, our dear guests. Muthenya wa umothe we have the one and only Mama Miradi Millicent Omanga. Tumenyane kanyoni muthemba. Wow. Na tobe tuigue kama ako kadi for the first time dress iria ego kukameme ni agutwira kana ari o karingi nigetha tuigue tiriri enyuite mai mwenyui wa mai maya ni mutumia muthemba u ni kanyoni muthemba u ni weo ekiri uteti na atumia maundu maikaraga atia. Karibu sana Millicent Omanga mheshimiwa, karibu sana. Wasiwasalimu wana Kameme. Asante. Kameme kamwege. Eta gokayo kamwege. Onikaya tiga wana. Molega. Torega mukaje. Hada sawa. Ndakenete muno. Unajua nimesomea Murang'a. So kwa hivyo mimi najua ni ile tu kidogo hiyo pronunciation lakini nasikia yote. Tukataye bua tena tine Kameme. Kamwege. Takenete mono. Ndakenete. Ana hivi turakenete. Rado. Ngoro yako ikaigua wega igatuma tuma. Nikaigua wega. Nikayo kamwege. Kwanza kabisa nawasalimia. Karibu. Na kabla hata ya salamu nakwambia nimekena yani nimefurahi. Kwanza patilida wangu amenifurahisha jana. Nataka kumwambia Jeshi Negenu. Atereka oyo kagotomereria. Jana Jeshi reiga ametufanya proud. Ametufanya proud. Yani nataka nimwambie kama anatusikiza. Jeshi Negenu. Wakiwa na Methu. Kitongati. Si alimaliza Kakonda. Ai, nilienjoy aje. Jana nimelala na viatu. Na mwambie kwanza congratulations. Yes. Hapo naye alitubeba. Ile ilikufurahisha kabisa ni gani? Ati kumaliza nani? Kakonda, kamekonda. Anakonda. Mwadhari gai. Karibu sana. Asante. Unajua nimetoka pale. Ulikuwa huko? Mimi ni mtu wa Nyandarua. That's my hometown. Watu wa Nyandarua walitufanya proud. Sisi hatutakagi wana. Wametufanya proud. Lazima nitaenda hiyo Nyandarua. Kabisa. Lazima nitaenda. Ni modo wako. Karibu sana mrembo wetu. Mama Miradi Millicent Omanga. Leo tutachanganya Kiswahili sheng. Unajua ni mtu wa Nairobi, hata tuna broadcast Nairobi, and then pia sisi si ati mafala tusisikia ati si ni wasapere ati si matori. Si matori.
Eti totire todhi. So ndo tusikie huyu Millicent Omanga yeye ni nani. So na kukaribisha sana, karibu sana Kameme FM. Wasikizwa online, wasikizwa Saudi, wasikizwa Qatar, US, worldwide. Over millions and millions ya wasapiri ambao leo wangependa kusikia mwanadada mrembo hapa. Na sisi tukuambie sisi si watu wa kabila. Sisi tunapenda watu. Kama huko hapa Kameme, tungekuwa na Jerry Kanini, tungekuwa na Kanini Kega, tungekuwa na mwingine. But we bring all the guests. We've brought Jalango here. We've brought MC Tricky sana. Tumeleta Mula Mwa. Tumeleta anybody. We are not tribal. Tunapenda kusikiza historia ya kila mtu. Hata nime mention wachache sana. Tumeleta kina Meja, ule mwimbaji. Tumeleta wengi sana. Kwa hivyo karibu and feel at home. Asante sana. Haya, toko petho mohoro. Yes. Matha idha no thutho ni tugucokereria na Millicent Omanga. Tukiruje kwanza ungewasalimia wananchi na wenye nchi. Yes. Wananchi wa Nairobi na Kenya kwa jumla. Yes. Na wasalimu hamjamboni. Leo niko studio Mama Miradi, Mama Omanga. Yes. Jenzi wanasema ni msupa na wax. Walunje nayo wanasema ni mkuku ya kienyeji. Na wasalimia leo niko studio, nataka tujuane kwa undani. Waulize maswali ili wanataka. Mwambie wasikize, kila mtu akuje Kameme. Ndiye ajue Millicent Omanga ni nani. Very good. Karibu sana. Turacokereria na Millicent Omanga tumenye Millicent Omanga ni nani. Ndirakenete muno. AKA tutamwita hiyo jina. AKA ndirakerete muno. Na ndagĩka ithatũ mathaa ũkĩmenyithio nĩ Revisha na KCB. Save mbeca thĩinĩ wa KCB Gold Saving Account na no wĩhotanĩre o nginyagia nuthu mirioni thĩinĩ wa Money Market Fund account yaku, ona kana nyũmba kũrĩa Tatu City rungu rwa Unity Homes. Revisha and win big with KCB. KCB, for people, for better. Mawatho na mĩtaratara kũrũmĩrĩrwo. Kuma muciĩ munene wa Kenya Nairobi nĩ mohoro ma Kameme kayo ka mũingĩ. Mimi naelewa nilipigiwa kura na watu wa mlima. I understand that. Mimi si wazimu na mimi si mjinga na mimi si mlevi. I know what I'm doing. Ukatuambia barabara ya kutoka Ndonyonjeru kuja mpaka hapa itawekwa lami na haijawekwa. Nimefanya siasa gani? Kazi yetu sio kuja hapa tu ati kukupigia makofi. Na ningetaka kuuliza hao watu wako wa broad based, tumeona wakitukana Uhuru Kenyatta huko Nyanza, wawache. Na tunaomba Uhuru apewe heshima yake. Na ningetutigacokia karahara gakiri atia. Twaomba uwe bamba katika safari hii, mwanzo, katikati na mwisho. Oma uigiririku no shaba. Nĩ ceceni yaku ya kĩmerera Kameme kayo ka mũingĩ ngĩkwamũkĩra metha-inĩ itũ ya mohoro ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa thita nĩ huko igĩtagwo na itatĩ harĩa cionerwo cigĩikia na noguo hathuri maracokereria magiri na no mongururu cia mĩciĩ njĩtagwo Mwaũra wa Wanjikũ. Aikari a itura rĩa Kĩawara gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kieni kaunti-inĩ ya Nyeri marĩ hatĩka-inĩ ya kũrwara mĩrimũ ĩrĩa yumanaga na gĩko kũrũmĩrĩra gĩko kĩingĩ kĩrĩa gĩkoretwo kĩrekereirio nĩ thirikari ya kaunti ya Nyeri. Kũringana na ũmwe wa arĩa maranĩirie na mwandĩki witũ kaunti-inĩ ĩyo Gĩcũki wa Ng'ang'a, augĩte ihoba cia gĩko cikoretwo cikĩyũmba oro mũthenya, no arĩa mabataire gũkorwo makĩũngania gĩko gĩkĩ na gũtwara kũrĩa kwagĩrĩire matironekana. Marutĩte mũkana makiuga wona gĩko kĩu kĩaga kũnganio nĩ megũkĩrogota na magĩtware wabici-inĩ cia thirikari ya kaunti ya Nyeri. Marĩtwa makwa njĩtagwo Gerard Kũng'ũ, chairman wa CBO ya Together as One mwena wa Kĩawara. Nĩtũmakĩte mũno nĩ takataka ĩrĩa ĩrĩ gũkũ tondũ wĩna mĩeri ya thiĩna ĩtarĩ yarogotwo na rĩu kwĩna mbura na maĩ ma mothe magĩkũka mĩciĩ-inĩ ya andũ, koguo nĩ ũhũthũ kũgĩa na mĩrimũ mĩũru mũno nĩ ũndũ wa kwaga ũigĩrĩki wa kanjũ ya mwena wa Nyeri. Ithuĩ tugĩte twanaikaria Kĩawara otwo mahuti ma Kĩawara na tũyarĩ na wiki ĩmwe. Mbeũ njĩthĩ gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Embakasi West gũkũ Nairobi nĩ matabanĩtie mĩrĩongo ya mwanya nĩguo gũthingĩrĩria na gũthingata aruna ao gũkorwo makĩyumĩria kwa ũingĩ mĩhang'o-inĩ ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere ya kwĩyandĩkithia ta ikero wa kura. Nĩ riboti ya mwandĩki witũ gũkũ Nairobi, Mwaganu wa Gacara. Umuhimu wa kuchukua kura kwa vijana ni kwamba
serikali tutaweza kujua vile tutafanya nao, tutaweza kujua vile maisha itakuwa. Nĩ mbeũ njĩthĩ kuma wodi-inĩ cia Moremu, Kariobangi South, Umoja Wanu na Umoja Tu iria ciũmbĩte gĩcigo mbunge kĩa Embakasi ya ithũĩro gũkũ Nairobi, arĩa meyumĩrĩtie mũriũngo-inĩ wa mwanya wa kũhinyĩrĩria mbeũ njĩthĩ a gĩcigo kĩu gũkorwo makĩyumĩria gũtarĩ kũmaĩrĩria mĩhang'o-inĩ ĩrĩa ĩkoretwo ĩnyitithĩtio thing'a bũrũri-inĩ ya wandĩkithia wa ikia erwa kura. Umuhimu wa kwanza kuchukua kura ni hii, tupate uongozi mzuri. The only thing tutaambia watu wa ABC, hii exercise ikaribie hata kwa makanisa, ikaribie huko kwa maestate, kwa sababu tumekuwa hapa kwa ofisi na iko slow sana. The only thing na kwa misikiti, the only thing tunawaambia wasukume. Peter Maina wa Cuma nĩ mũtongoria wa mũingĩ gĩcigo-inĩ kĩu ũrĩa akĩaria hĩndĩ ya mũriũngo ũcio thingatĩte mbeũ njĩthĩ arĩa mateyandĩkithĩtie gũkorwo makĩoya mweke ũcio ũrĩa aroigana wa bata makĩria harĩ gũtua matua marũmu ma rũciũ rwa bũrũri ũyũ. Atwĩna kandi yaku nĩ tondũ ũkorwo na kĩbandĩ gĩaku gĩa bũrũri, kandi ĩyo yaku ĩyo nĩ ĩragũtetera maũndũ-inĩ marĩa mothe ũrĩkoragwo ũgĩka wĩ mũhũri wa kura. Na mũno mũno inyuĩ andũ a Embakasi West, nĩ njũĩ maũndũ marĩa mũkoretwo mũkĩgerera. Nĩ ngwenda kũmwĩra ũndũ ũmwe, kahinda kau ona gakinya, itua rĩrĩa mũgatua nĩrĩo rĩgatũma mũthiĩ na mbere wega kana mũthiĩ na mbere ũũ. Ũyũ nĩ mũrũgamĩrĩri mũnene wa mĩhang'o ya ithurano gĩcigo-inĩ kĩu Tabitha wa Itherero wa Mũhũ akĩaria rĩrĩa aragomanĩte na mbeũ njĩthĩ acio. Kwĩna anake na airĩtu kũu bara-inĩ na mena magoti mandĩkĩtwo IEBC na maburi mandĩkĩtwo IEBC, nĩ mũkũmona ona wĩ hanene mũno, marĩ mastage-inĩ, marĩ gate-inĩ cia macukuru, gate-inĩ cia estate. Target itũ nĩ 16,000 na tũtihotete gũkinya ona nuthu. Naguo ũhoro-inĩ wĩgiĩ gũcerithĩrio gwa ibandĩ cia mbeũ njĩthĩ arĩa makoretwo makĩyumĩria kuoya ibandĩ wabici-inĩ cia wandĩkithia wa andũ. Ũguo nĩ ngwenda kũria thirikari magerie mũno andũ aya anini gũtigatuĩke he mũndũ ona mũkũhingĩrĩrio na nja ya kwĩyandĩkithia ta mũhũri wa kura nĩ tondũ ndanakorwo onete kĩbandĩ gĩake kaita karĩa kagĩrĩire. Gũkũ nĩ Gĩcuka, mũciĩ mũnene wa bũrũri Nairobi, na no ndĩratuĩkania werũ. Niĩ njĩtagwo DM Mwaganu wa Gacara. Aikari taũni-inĩ ya Gatũkũyũ gĩcigo-inĩ mbunge gĩa Gatũndũ ya Rũgongo marahoya honge cia ũgitĩri kũmagacĩrithĩria ũgitĩri thutha wa ciĩko cia ũici kwĩhĩrĩria na makĩria mathaa-inĩ ma ũtukũ. Na ta ũrĩa mwandĩki witũ Mathew Ndung'u aratarĩria, atumia maugĩte nĩo ahutia makĩria na ũici ũrĩa ũkoretwo ũgĩthiĩ na mbere kwa ihinda rĩu, na rĩu marenda makinya ma naihenya makorwo magĩtacũkio nĩguo makorwo makĩninĩrwo wagagu ũrĩa magũmĩire. Nĩ aikari a taũni ya Gatũkũyũ gĩcigo-inĩ mbunge gĩa Gatũndũ ya Rũgongo magĩkaya nĩ kwĩhĩrĩria gwa ciĩko cia ũici na makĩria mathaa-inĩ ma ũtukũ. Marĩ ta mũikari wa Gatũkũyũ ma ũici nĩ wĩingĩhĩte, ta mũbutĩti wĩ haha mahaitũ nĩ ũici nĩ wĩingĩhĩte nginya mũthenya, tondũ na thimũ nĩ tũraguthwo mbeca na watũma mwana nduka. Tũrahoya mũno mũtũteithĩrĩrie. Niĩ ndĩ mama wa gũkũ Gatũkũyũ, thĩna witũ nĩ mũingĩ mũno gũkũ tondũ tũrahũrwo. Onjoria makiuga na thengia kũhũra riboti matirĩ marona mũndũ wa kũmateithũra, rĩu makĩhoya honge cia ũgitĩri kũmakũra mĩnyamaro-inĩ ya ekinaĩ. Oho makĩhoya gwĩkĩrĩrwo matawa ma kũmamũrĩkĩra ũtukũ nĩguo kũgacĩrithia biacara ciao na mathaa-inĩ ma ũtukũ. Ta twatire gĩthitima na ĩkĩirwo twaiywo nginya mũthenya ta nĩnyinũkaga thaa 5 ona ndikinyagia mbia nĩ gũtunywo. Andũ aya aitũ mũtũteithĩrĩrie mũno, please mũtũteithie mũno. Anake na airĩtu maheo mawĩra marĩa magĩthirire, tondũ rĩu manake gũkũ twĩ indo mũno, wĩra nĩ wagire. Tũrarigwo nĩ atĩa thirikari ĩngĩreka atĩ anake aya maime mĩbutĩti ũici ũthire. Gũkũ Gatũkũyũ nĩ kwega, no rĩu kĩrĩa gĩtũtangĩte nĩ ũici, tondũ no kiuma Gatũkũyũ tondũ ũtina matawa, ũkiuma Gatũkũyũ ũkinya makinya 5 kĩrĩa wĩnako nĩ ũhũrirwo nĩ ũtunyirwo. Tũrĩa atumia twĩthĩna-inĩ nginya wa gũkĩnyitwo na hinya, tũratunywo nginya mũthenya, mũtu wagũra nĩ ũtunyirwo. Acoke anake aitũ makĩheo mawĩra tondũ na maranyua nĩ ũndũ wa kwaga wĩra. Mangĩonio wĩra ũrĩa mekũruta, ũici ũcio nĩ ũgũthira, na oroka nĩ kwaga wĩra ũici nĩ ũgũthira na ti thaa nĩ mekũruta wĩra. No ona tawa ĩkorwo no werĩ ũndũ wa gwĩka rĩ tondũ njohi gũkĩnyua nĩgetha wakĩone toro, mũtũteithĩrĩrie. Handũ-inĩ ha Kameme FM njĩtagwo Mathew Ndung'u wa Mbũgua. Na tokiuma mwena wa Gatũndũ nĩ atĩ rũhonge rwa maobitha ha borithi nĩ rũracakaya ngwatanĩro gatagatĩ-inĩ ka maobitha a ũhoro ũndũ ũmwe na mũingĩ gũkorwo ĩtarĩ njega. Maobitha aya makiuga kwaga ngwatanĩro ĩno njega nĩkuo gũcũngagĩrĩria mbũkĩrĩra gatagatĩ-inĩ kao hamwe na mũingĩ kũndũ kũngĩ ona ũgacina ngari ciao. Mũteithia wa Inspector General wa borithi Tom Odero arauga maobitha ha borithi nĩ merutanagĩria makĩria kũgitĩra mũingĩ ona thengia wa ciĩko ta ici gũkorwo cikĩyumĩria.
So the issue of hatuna gari and whatever, that's a story that with the time will end. We may not have vehicles everywhere, but at least the government is doing something to make sure that mobility for the police is taken care of. It's only unfortunate we have cases when we are in conflict. Instead of facing me, mwananchi touches the vehicle. It's very unfortunate. Let us protect the little. Na ucio ni muthia wa mohoro ma thaa thita. Mohoro mangi ni megukinyira wona cihanda thaa mugwanja. Njĩtagwo Mwaura wa Wanjiku. Uma wĩigĩrĩrĩku no camba nĩ mohoro kuma Kameme Kayũ ka Mũingĩ. Ũngĩkorwo wĩna ũndũ ũngĩenda kũmenyithia metha itũ ya mohoro, hũra thimũ namba 0704 Kameme Kayũ ka Mũingĩ nĩ wongereirwo ũgakindĩrwo hinya maita mana makĩria. Arahoka, canjamũka, kwĩgangara, homoka, o tabarĩra nĩ nyongerere hinya maita mana makĩria. Arahoka na Gatonye wa Mbũngũ Men thinacara nginya thaa 4. Canjamũka na Mũthoni wa Kĩrumba na Jeff Gathemba thaa 4 nginya thaa 8. Kwĩgangara na Gathaiya Dennis na Ngoni wa Thũita thaa 8 nginya thinashara. Homoka na Man Simon na Kata thinashara nginya thaa 4 utuku. Kameme Kayũ ka Mũingĩ. Dose ya Mwago rĩu nĩ 4 times stronger. We mwega muthikiriria. Njĩtagwo Peter Gĩcũkĩ, Chairman Top Care Lands Kenya. Rĩrĩa ũgũtua itua rĩa kũgũra mũgũnda, he ciũria mũndũ eyũragia ta ndarĩkia kũgũra rĩ, title deed ngaheo rĩ, gĩa kerĩ ndaruta deposit ona nini rĩ, icio ingĩ ngũheo ihinda rĩigana atĩa ndĩhage o kahora o kahora. Wagũra mũgũnda gwa Top Care ũmũthĩ, no tũkũhe title deed na all completion documents muthenya oro ucio. Uthie wigarurire ithome rĩtwa rĩaku. Woka gwa Top Care waruta deposit ona nini, nĩtũgwĩtĩkagĩria ũbuke broti. Mbeca icio ingĩ ũrĩhage o kahora kũringana na muonere waku wa mbeca. Twĩna mũgũnda turakwenderia Juja Muthara 595,000, na kuo Joska Kagudo Road tugakwenderia 445,000 only. Tuhurire thimo o rĩu 0719 111 555 o rĩngĩ 0719 111 555. Top Care Lands. We mũrĩmi ũrĩ na itanya rĩa kuongerera magetha mũgũnda-inĩ, Botakem tũrĩ na ndawa itiganĩte cia mĩmera na mahiũ. Ndawa ici cia kuma Botakem nĩ ironekana agrovet-inĩ ĩrĩa gũkuhĩrĩirie. Kũmenya maingĩ ũrĩa ũngĩongerera magetha mũgũnda-inĩ waku na Botakem, nĩ tũkĩhomoka na Man Simon na Kata mĩtambo-inĩ ya Kameme Kayũ ka Mũingĩ. Ingia ndani ya soko. Njĩtagwo John Mũrĩithi Njĩgũna, nyumĩte itũũra rĩa Mwĩhoko nĩkuo njikaraga. Thutha wa gũthikĩrĩria Kameme kwĩ mũthenya wa Saturday, nĩndathikĩrĩirie maninyarĩ rũcinĩ, ngĩigua akiuga mũndũ ahihinye *292# wĩingĩre thĩinĩ wa soko murwa. Niĩ nĩndoire ikinya rĩa wĩtĩkio na ngĩingĩra, ngĩhihinya *292, ngĩselect ũgĩtwo TV, ĩkĩrenga ciringi 59. Reke njuge niĩ ndĩ mũndũ mũkenu mũno, ndĩrahotete gũkorwo ngĩgũra TV. No rĩu ngĩra ndathimire na TV kerũ tena gakarakorwo nĩ smart TV. Onawe wĩ hau mũciĩ ũthikĩrĩria Kameme, oya ikinya rĩa wĩtĩkio, hihinya kĩrĩa ũrenda ũselect. Onawe rĩu no wĩgũrĩre TV njerũ cua ĩrĩa wĩriragĩria thĩinĩ wa soko murwa. Nĩ ũhũthũ, hihinya *292# ũcagũre kĩrĩa ũkwenda thĩinĩ wa thoko ya soko murwa, ũcoke wĩkĩre pini yaku. Soko murwa, kila kitu kwa bei yako. Nĩ thaa thita na ndagĩka 15. mathaa ũkamenyithio nĩ Peters Driving School and Computer College. Kũrĩ we mũrutwo ũrarĩkirie form 4, tũrakwĩra hongera. Mũciari nĩũĩ hĩndĩ ĩrĩa watwara mwana waku thukuru ya ũtereba ĩtakinyanĩirie ikĩro, nĩ maica make ũraiga hatĩka-inĩ. Mũrehe Peters Rũirũ kũng'ethera main stage, Gatũndũ kũrigania na Equity, Gĩthũ kwĩna Equity, Kamwangi, Eastern Bypass Kamakis. Na ũhũre thimũ 0721328383. Facebook Peters. Ũrĩa ũrabid maita maingĩ noguo ũrehe mweke wa gũkorwo na the lowest unique bid. Hĩndĩ ĩrĩa ũretha handũ hega famĩlĩ yaku ona kana arata mangĩgĩa na out of town retreat, the Kentmere Club nĩkuo the perfect destination. Kwĩna mĩago ta horse riding, zip lining, archery, kids corner na heated swimming pool.
Kenera our African dishes na international cuisines. No gieda kanywaji we muroboye. No turina iharo cia magogona tohiki, team building, birthdays, graduation parties na igenyigi. Na no turina comfortable accommodation facilities. Tosherere Ruaka Banana, Raini Rimuru Road, Kanohore Edimo, 0700 171 962. Kentmere Club, fun, comfort and relaxation for the whole family all in one place. Kiama kia DCP nikirakomenyithia ati His Excellency Rigathi Gachagua nĩagatabania mũcemanio wa mũingĩ Kikuyu Town Jumamothi ĩno ya tarĩki 11 mwaka ũyũ tũrĩ kwambĩrĩria thaa 7. Nĩagakorwo na Kalonzo Musyoka, Fred Matiang'i, Martha Karua, Eugene Wamalwa, Justin Muturi, Lene Kivuti, Senators John Medho, Karungo wa Thang'wa, James Murango, Honorable Jane Njeri Gacheri, Onesmus Gogoyo na atongoria angĩ aingĩ. Rwĩmbo rũkarigithio nĩ Tony Young na Sammy Rogo nĩ ũkeyumĩria Jumamothi ĩno Kikuyu Town. Tumenye ũrĩa ground Roiga. Right, asante kwa kusikiza wa Kenya. Turegira moja kwa moja hare ha ushindi very fast. Tunaenda tukiendaga very fast Yes, kabuni ya Pwani Oil ni marathi na mbere gukurehera wega wa ushindi multipurpose bus up na Saturday no tariki 11 April. Pwani Oil magakorwo na road show mwena wa Nyeri na matura maria marigicĩirie. Road show kabĩrĩria Kagio, Kĩbingoti, Karati na Mũkũrũ-inĩ, Uthaya, Nyeri town, Kĩganjo ĩrĩkĩri kũrĩa na Rumoro. Weyumĩrio cicamanie na memerekia kamemeke ukamũingĩ mzima muthoni wa Mainaina na cokorigithirio rwĩmbo nĩ Kũrũga wa Wanjikũ. Oho ũcanjamũrwo nĩ Zangalewa Troops and Dancers. Mbeũ njĩthĩ nao nĩ magakorwo na kĩhĩtahĩtano kĩa ushindi goalpost na spin the wheel kũrĩa magatugwo na iheo mwaki kuma kwa Pwani Oil. Ushindi mara that. Right, thank you. Pale ni ushindi mara that. Tugicokereria tuthiĩte wega njorua ito yako thi yuko hapa. My friend, don't panic. Undu wa mbere uria wagĩrĩirwo nĩ gwĩka nĩ gwakia matawa, wĩkĩre hazards, ucoke ũpunguze vividi, uhole wipers, ucoke ũgwatie AC nĩguo vapor ĩniare, ũate ona wahũra wipers nĩ ũkuona barabara wega. Ndũmĩrĩri ĩno wareherwo nĩ Petans Driving School, thukuru ũrĩa wĩkĩrĩire ũhũthĩri mwega wa barabara. Tũcerere Nairobi Capital House, Ngong'u, Rongai, Kitengera, Mlolongo, Ruai, Engineer, Gilgil, Olkalao, Narok, Eldoret na kũngĩ kũingĩ. Thimũ nĩ 0721328383 kana 0705050504 na Facebook ne Petans Driving School and Computer College Kenya. Muremi wa bebe Kenagro Suppliers Limited ne togwĩciragia muno ndugathumburwo nĩ ria rĩngĩ tondu twĩna Mahindra, dawa njega ya kũnina ria, kũmia nyeki nginya mathango marĩa mariĩ. Mahindra yũragaga ria ĩtegũthũkia bebe ciaku na wahuĩrĩria rita rĩmwe ndũgũbatara gũcokera rĩngĩ. Mahindra nĩronekana Agrovet-inĩ ĩgũkuhĩrĩirie. Henia nĩ gũthera Saturday no tariki 11 mũgithi mũnene ũrĩa ũkambĩrĩria Kagio, Kĩbingoti, Karatina, Mũkũrũ-inĩ, Uthaya, Nyeri town, Kĩganjo na mũthia ũrĩkĩrĩrie na Rumoro kũrĩa ũgatugwo na iheo matamata. Oho nĩ ũgacanjamũrwo nĩ Zangalewa Troop and Dancers. Rwĩmbo naruo ũringithĩrio nĩ Kũrũga wa Wanjikũ. MC nĩ mzima wa kameme kayo ka mũingĩ. Toguo mbeũ njĩthĩ nĩ magakorwo na kĩhĩtahĩtano kĩa ushindi goalpost na spin the wheel kũrĩa makehotana iheo mwaki. Ushindi mara that. Tũthiĩ tũgakene maica no maya arĩ. Hihi arĩmi tũtambi nĩ tũrarĩa maciaro ma mĩgũnda yanyu? O kĩmera ndiagaga kũhuhĩra na ndahuhĩra no tũhũ. Ti gwakwa niĩ nyanjige kũhara mũgũnda wakwa ciumia igĩrĩ thutha wa kũhanda ngĩhũthĩra mũtindo wa ndemwa ya WR kiumia. O thutha wa makinya 5 nĩ ndoraga thĩinĩ wa mĩmera nyone kana nĩ nguona matumbĩ macerũ, tũrima ona kana kĩoro kĩhana ta mũtutu wa mbaũ. Kũhara mũgũnda kaingĩ nĩ gũteithagia kũhũrana na tũtambi tũtarĩ tũtheremu. Ingĩona dalili o ciothe cia tũtambi njikagia tĩri, mũthanga ona kana mũu mathangũ-inĩ hatarĩ kũhũthĩra kemiko. Tĩri ũkĩrĩ wa Fulimani arĩa angĩ makĩhũthĩra mbeca kũhuhĩra. Ũyũ nĩ ahonokagia mbeca ciake. Kagũrire mbegũ ciĩngĩ, mbegũ, fertilizer ona ndikĩgũrĩire mũtumia cuka njerũ. Nĩwona kĩmera gĩũku nĩ kũgetha biũ. Ndũngeterere gũthũkangĩrio mũgũnda. Hara mũgũnda waku ciumia igĩrĩ thutha wa kũhanda ũkĩhũthĩra makinya mũtindo wa ndemwa ya W na ũhonokie mbeca ciaku. Tupande, together we rise. I won't stop until I found justice. Unapenda kuwatch movies? What do you want, little one? Series? People were going to die.
documentaries. Iran often appears in headlines as a front line of conflict. Ama wewe ni mtu wa sports. Fernandez, Dorgu again. Patrick Dorgu! Manze, kila kitu yote wewe like watch something fresh is coming. Ni hook up legit ya entertainment na ni mbaya kuruka. Mbaya. Thank you so much. Gokune kwa kameme ka ukamwe getugithi na bere na gushaja mukajorua itoshi adeta wega tha. Dhita na ndagika mirongo eri na ithatu na nije tagwo Baby Top. Yes, na nigeto chef gathemba the team master. Ushindi maraiga atia? Ushindi maratura na magakorwo magitwekania matura miena ya Nyeri muthenya wa Saturday. Uguo ni ukeyumiria nigetho camanie na mzima no inirwo ni mundu gwitwo kuruga wa Wanjiku camanie na Zangalewa tondu ushindi ni magakorwo na mwago munene muno Saturday no on 11th weyumirie ucamanie na ushindi mara that. Thank you so much. Shihadete wega tha thita na ndagika mirongo eri na inya ni gatho the 9th of April muthenya wa mothe twina mheshimiwa Millicent Omanga no ru tutire turakenjia rugando nigetha tukiigwe aumite kwa kureireko. Yes. Na bururi uyu wa Kameme ni bururi wenda ageni na tumanyitaga othe ugeni na tugakorwo tugikena koguo ni njui no tukugana o kaundu mitambo itu ni miega. Thank you areme korea online, asante sana. Hana Juma from Korea Milton Keynes rajera salimia mheshimiwa Millicent Omanga. Hana Juma amesalimia wewe sana. Nimesalimika. Umemkumbuka? Yule wa UK. Aya, watu umemkumbuka? Ona we. Kutru, hata umemkumbuka. Na areme online, asante sana. Muheshi nataka tureje. Naona ukimalizia what you're doing ndio tureje pale kabisa na maudo ni magokoro memega. Proud of Omanga girl power oshone Mea Elizabeth Kangethe kodogo etagwo UK mafanzo othe ya diaspora aria maratuthikiriria tukauga tuko imara. So mimi nimekatalia Dr. Kaswiti Junior ti aratuye Canada nimekaita kai teragetire Dr. Kaswiti Junior. Anyway, karibuni sana. We are done. Are you ready, Muhesh? I'm ready. Very good. Stacy, tugeuzie kamera kwenye mrembo. Amesema timajenzi wanamuitaje? Super na wax. Amejaza billboard hapo malimi uishi. Kwa hivyo kura yangu ni yake. Ushamuona bana live. Thank you so much. Muhesh. Karibu Kameme na tutaanza na majina. Ndio tusikie who is Millicent Omanga. Yes. Majina ni Millicent. Nyumbani wananiita Nyaboke. Tarete katothi kahora Nyaboke Omanga. Unajua Nyaboke inamaanishaje? Ni asali. Haya. Yani mwenye asali. Yani nikipeo, yani mwenye asali. Kwa hivyo mwenye hane. Waja asali pia ni Nyaboke. Wow. Millicent Nyamboke hakuna M. Wacha hizo za Nyandarua. Nyaboke. Hakuna M. Si Nyamboke. Nyaboke. Nyandarua Walu. Si ni watu wa Walu. Wacha niandike ndio nisisema Nyamboke tena. Nyaboke Omanga. Wow. Na umesema Nyaboke ni asali. Wow. Honey. Wajasali ni waigua. Nano ukurihiuria. Ule mwezaga wanja Nyaboke. Very good, thank you. Millicent Nyaboke Omanga. Amezaliwa wapi Millicent Nyaboke? Wacha tumwite Nyaboke. Nyaboke Omanga. Mutumia Mugithi. Aya. Kisiga. Mutumia Mugithi. Lakini sijazaliwa Kisii. Umezaliwa wapi mami? Nimezaliwa Nairobi. Haya. Nilizaliwa Pumwani Hospital. Watoto wa hospitali tumefikiwa. Pumwani Hospital. Nilisalimu Pumwani. 1982. Haya, huyu hayana shida na miaka. 30th May. 1982 30th May. So ukitupetea na calculator jua kitu mwache kukalculate na miaka imeenda. Niko ka 4th floor. Wani alika ya mama Mokera. My sister is born 82. Wow. Niko ka 4th floor. Ni kama 42, 43 hapo. Kwetu ilikuwa Isili.
Aya. Isich. 11th Street. Isili 11th Street. Yes. Wow, 1982. Unajua huko tulikuwa tunaishingi hiyo street yetu ati kuna plot ya Wakisii, ati ile plot ya Wakisii, ile plot ya Wajaluo, ile plot ya Wakamba ilikuanga hivyo. Plot ilikuwa ya Wakisii. Ilikuwa plot ya Wakisii kwa ole 11th Street. 1982 you were born. Yes. Mamake Nyaboke ni nani? Mamangu anaitwa Joyce Michoki. Joyce Michoki. Yes. Pia ametoka Kisii. Ni Mkisii. Joyce Michoki. Wow, naye baba yetu? Baba yangu pia ametoka Kisii but he is late. Okay, anaitwa James Omanga. Yes. The late. Yes. Wow, Mungu aendelee kumlinda mahali pema peponi. Amen. James Omanga. Sasa umezaliwa ukiwa what born? Mimi ndio first born. Haya. Kwa watoto 8. Mwadhani. Yes. Wakiwa wamezaliwa wote Nairobi. Hai Nairobi. Yani ni doremi, yani mama akifikisha ikipita tu miezi 3 anashika. Inaka akipita zingine hata tungekuwa kama wa 10. Kuna kama wawili wanapotelea hapo sijui like garage hivyo. Hata tungekuwa kama 12. Hala. First born of 8 ya watoto 8. Yes. Mwadhani. Na umezaliwa Isili. Haya, mami na baba yetu pale, Madam Joyce, mama yetu Joyce na the late James, wanafanya kazi gani Nairobi? My dad used to be a businessman. Alikuwa ana work na Kenya Telecommunications. Kenya Post and Telecommunication. Nakumbuka ile jina ndefu. Kenya Post and Telecommunication something. Then akakuwa was an engineer. Akaanza biashara. My mom was a teacher. Lakini miaka hiyo yani sisi wa Kisii. Mzee akasema mimi wewe ni ukae nyumbani. Kazi yako ni kuzaa na kulea. Wow. Mimi ndio nita provide. Wow. So my mama aliacha hiyo miaka. Actually no, we didn't even see her. Akiwa mwalimu. Alikuwa mwalimu primary, secondary, primary school. Yes. Okay. So hata tukumuona akiwa mwalimu. So unajua kitambo ukifika form 6 ulikuwa unakuwa mwalimu. Wow. So hakuendelea kuwa mwalimu. Sasa kazi yake ikakuwa wanasaidiana biashara pale. Yes. Na haswa sasa kazi yake ni nyumbani. Nyumbani. Kulea watoto. Kuzaa na kulea. Yes. Utaingia haya. So hii biashara ni gani after ameacha pale Telepost Communication? Yes. So ni biashara gani amefungua? Like spare parts za magari na nini. Yes. He was a mechanical engineer. So it was mostly vitu ya magari na nini. Na kidogo maneno ya real estate kidogo. Manyumba hivyo kujenga za kukombolesha maduka vitu kama hizo. Sasa pale mko Isili kwa ploti ile ya Wakisii. Nyumba inatosha watoto wote, ilikuwa kama bedroom zote ama mzae alikuwa mtu ebo? Lakini by the time tunapata wote tulikuwa kwa tumeama. Sisi kama 4 nadhani ndio tulizaliwa hapo. Sasa mna banana tu hapo na nyumba ya curtains. Unajua kitambo unaweka nyumba mnaweka curtains. Room moja alafu mnaka curtain na alafu kuna ingine. Yaani unapata ni ploti, mnachukua nyumba kama 3 kwa ploti. Unajua kuna moja inakuwa sitting room iko na curtain hivyo. So lakini by the time napata mtoto wa pili wa 3 tulikuwa kwa tumeama. Kabla Muhammad umeingia nasari. Yes, nilisomea pale St. Teresa's pale kulikuwa na nasari kwa St. Teresa's Catholic Church pale Isili mwisho. Karibu hapo opposite Pangani. So nikaenda nasari hapo. Alafu standard 1 nikaanza Ainsworth Primary School iko tu pale Kamkunji. Nikasomea Ainsworth darasa la kwanza la pili. Kafika darasa la 3 nikapelekwa boarding. Sasa nikaenda boarding sehemu ya Kajiado. Class 3 guy. Mimi nilienda nikiwa 4. Ulienda 3 imagine. Yani mpaka ukiangalia unaona kama ulikuwa unachukiwa. Hili ilikuwa labda kutengeneza nafasi ndio watoto watoshee kwa nyumba.
Ukaenda boarding? Nikaenda boarding. So nikakuwa boarding. Ile ni shule umeitaje? Ya boarding Ainsworth. Kajiado. Ainsworth ni yenye hapo Kamukunji. Hapa ndipo umeenda boarding? Hapana, boarding nimeenda AIC Girls in Kajiado. Hiyo ni class 4. Class 3. Kajiado. Mwadhani. Kumekauka, kulikuwa kumnakauka huko. Nikakaa boarding hapo. Na utasoma, were you a bright girl? Nilikuwa very bright. Lakini nilikuwa very cheeky and noisy in class. Sasa ilikuwa yani report for mnakuja unafika nyumbani uko number 1 lakini unaambiwa but cheeky and noisy. Yani nachapwa hii noisy mdomo mdomo kabisa. Class yani kwa noise maker haukosi. Yani sasa nikifika nyumbani ninatandikwa. Yani uko number 1 lakini bado unachapwa kwa sababu ulikuwa na tabia tu noise maker. Lakini mambo ya school fees hiyo hapana kufukuziwa? Hapana, hiyo sikupata shida kwa sababu baba alikuwa anafanya kazi na baba alikuwa anafanya biashara kidogo. Ilikuwa si mbaya. Si mbaya tu. Siwezi sema tulikuwa vibaya. So mimi nilienda boarding nikakaa. Tulikaa hapo Isili mpaka nikafika darasa la 7 ama class 7. Class 7. Kufika class 7 ndio tukahama. Mtahamia wapi mama? Tukahama pali tunaishi paka wa leo. Pali estate inaitwa inaitwa Rimpa, Ongata Rongai. Rimpa. Ongata Rongai. Hapo sasa ndio tulihamia baada nilifika kama nikiwa darasa la 7. Ndio tukahamia huko. Sasa ndio baba alikuwa amejenga huko. Tukahamia, so tukaacha ile plot sasa kukombolesha. Ile plot ilikuwa ni ploti ni ya Wakisii. Sisi pia tulikuwa ni wamiliki pale. Yani ni ploti imekombolesha watu wengine but pia sisi ni wamiliki. Yani wamiliki tunachukua rent. Oni yenyu? Tu nyumba tu room. Tuna tu kugonga wazee kujipanga. Kwa Wakisii pia ni watu wamegoda deviraga kama Wakikuyu. Negoro. Hiyo siku kama rent ilikuwa kama how much karumka moja hiyo? Hata siwezi kumbuka lakini ni kitambo. Labda thao siwezi kumbuka ni kitambo. Labda thao ni kitambo. Kwa hivyo mkiwa na nyumba 3 ni thao 3. Na mko juu thao 3 hiyo ilikuwa pesa nyingi sana. Sasa hiyo thao 3 sasa hizi ni kama maybe hata 1300. Unajua ilikuwa pesa nyingi sana lakini kitambo siwezi kumbuka, nilikuwa mdogo sana. So tukahamia baba kajenga. Tukahamia Ongata Rongai. Hapo Rimpa. Hiyo ni Ongata Rongai. Rimpa hapa kwa nani Ngogoyo. Ngogoyo hata ndiye alikuwa amekuwa MCA wetu na ndio mjumbe wa mama yangu. Pale Ongata Rongai. Sasa huko ndio tumeishi mpaka sasa. Mama anaishi pale. So kabla sasa tumehama, that's okay. Sasa pale umesoma vizuri, you're a cheeky girl. Ukafikisha class 8 ukiwa boarding. Are you a performer? Umeperform pale class 8? Nikaitwa Moi Girls. Isinya. So ikakuwa pale siwezi enda tena Kajiado. Ikakuwa nini? So nikaenda Murang'a. Sasa mbona ujenda Moi Girls Isinya? Kwa sababu sitaki hiyo environment, nilikataa. Alafu wazazi pia walikataa. Nilikuwa Kakonda. Yani unajua ile umekonda. Kai. Na saizi unakataa kukunywa, naona unakunywa coconut water. Lazima tutengeneze mwili ya kukimbia hii town naye. Lazima gotikire nyama nitamenyaga hayo. Ulikuwa mkonda wewe? Yani sikukuwa na hakuna ati mafro akunya. I was the smallest in our class. Mafurumanya onge. Yani mimi ndio nilikuwa kafupi Kakonda. I was the smallest in class. Atea. Yani nikimaliza shule I was one of the biggest. Yani sijui ni maajabu ya Mungu. I was the tiniest. Nilikuwa kafupi Kakondo. Yani kadogo. Haya.
kadogo, very tiny. Haya, wewe uko na mtoto mdogo akina Kajemo, mtakuwa wakubwa. Kuna hope. Haya, Sasa nijua pale ilikuwa imekusumbua ama because of going too early in boarding school? I think nilienda hata kupata nini balanced diet. Sasa unajua hapo hata kuna sijui balanced diet ni shida. Unajua pale shule balanced diet mnakula githeri. Wakati wote upati maziwa, upati alafu ile mafikira homesick kila wakati, you know. So unapata kama ukiwa yani hauna raha. Lakini lazima sasa uende boarding. Yani kitambo wazazi si kama saizi ati mtoto wangu anambia mami I don't want this na namfanyia. Hapo ni shule hivyo basi. Mimi yani ningekataa, babangu atanichapa, ataniambia unajua niko na ngapi, niko na wengine 8. Wewe hata nikikuweka kwa sock pit yani atuki kuna wengine niko na wengine. Wow. So nikaenda high school. Yes. Nikaingia Mombi. Ulipata kama marks ngapi? By then ilikuwa out of 700 I had 476. Oh, that's good marks. 476. Yes. Ukaenda sasa Mombi Girls. Nikaenda Mombi Girls. Umeingia Murang'a. Yes, umeingia Murang'a. Na kabla uende Mombi Girls, you are a parent now. Yes. Na ulienda boarding school ukiwa very young. Yes. Na unaweza ambia wazazi, is it a good thing or for you is not a very good thing? Unajua vile sisi tulilelewa na vile tunalea watoto wetu saizi ni tofauti sana. Saizi me I would say if given I'll not take my child. Siwezi mpeleka boarding. Kama yani ukiwa na uwezo. Unajua saa zingine unampeleka kwa sababu ya situation. Kwa sababu kama mimi nikienda pale unapata mama ndio alikuwa anashughulika biashara, unapata zingine huko Kisii wapi. So inakuwa baba ndio tunakaa naye sana. Na sasa kwa sababu mnakaa na baba sana na baba anafanya kazi na nini, sasa ikawa wacha niende boarding inakuwa rahisi. Ulienda juu ya situation. So hata saizi kakuwa mtu unaweza kama unaweza kukaa na mtoto afadhali awe day school kwa sababu utamfuatilia, utajua ni nini masomo anafanyaje. Lakini ikiwa hawezi situation basi unaweza mpeleka boarding. But mimi siwezi advise kupeleka mtoto boarding mapema hivi ikiwa mdogo sana, kwa sababu hata ndugu zangu pia na my dada zangu pia walienda boarding. Okay, hawakuenda boarding nilienda, walienda Molo Academy. So hawakuenda boarding yenye nilienda, but still yani unaona watoto homesick. Yani inatosha mtoto akiwa mdogo. Boarding ukaweza kupeleka mtoto labda akiwa mkubwa kidogo. Akiwa mkubwa kidogo unaweza mpeleka kama high school iko sawa. Lakini standard tu jameni so siwezi advice wapeleke boarding school kama unaweza. Well done. So tumeingia Mombi Girls. Inakupeleka aje? Although unaniambia hakuna stress za school fees. Mzee ako sawa? Yes, hatukukuwa na stress. Mimi nikisoma sikukuwa na stress ya school fees. So nikaingia Mombi Girls. Mombi Girls tukafanya hiyo miaka. How was it? Nikifika kulikuwa baridi Murang'a. Ile milima tunaenda cross country milima pale, alafu shule iko pale, ilikuwa kuna mali inaitwa Mjini. Hapo nini tulikuwa brother school ilikuwa Mohai. Murang'a High. So, top school. Ilikuwa brother school. So hapo I was in drama fest, I was in drama, I was in music, I was yani nilikuwa kwa a lot of hizo extra curriculum clubs nilikuwa nafanya sana shule. Na I was performing very well. Wow. By the way, nikitoka Mombi, I was the best student. Yani ukienda Mombi Girls saizi kwa billboard yao mwaka ile yenye nimefanya form 4, yes, I was the highest. Wow. Uliperform. Kwa hivyo ulikuwa chopi. I performed. And it is unfortunate, you know, when I was in form 4 now, I remember rudisha Kiswahili ya kina shosho wako turaga. Nikiwa kidato cha 4. Yes. I remember it's 18th September. That's when my dad died. Oh no. Na ilikuwa ndio naelekea kwenda kufanya mtihani wangu wa kidato cha 4. Yes. So alikufa na road accident. Oh no. Hapo tu Rongai hapo. Akitoka Rongai kama na kuja nyumbani.
alikuwa kwa anaendesha gari ikakuwa head on collision. So yeye akafa on the spot. Oh, no. Actually alikuwa amebeba jirani yetu, alikuwa amepea jirani yetu lift. So wote wakakufa pale on the spot. Hapo hiyo depression tu, kama umetoka Rongai ukienda kama unaenda Kiserian, kuna depression hapo Liza Hiliko Maxwell, una depression kidogo, ikakuwa head on collision, akakufa hapo on the spot. So mimi ndio nilikuwa kuna karibu naanza mtihani wangu, ulikuwa umebaki kama wiki 3 hivi ama mwezi hivi tuanze mtihani. Sasa ikawa nikakuja kuchukuliwa shule. Walimu walikuwa wameona, kumbe ilikuwa hata kwa gazeti na nini, walimu walikuwa wameona. Sasa mimi sikuwa najua. So nikakaa siku nikakuja kuchukuliwa. Nikakuja kuchukuliwa, naambiwa kwamba kuna mambo nyumbani, sijui, yani walinidanganya. Sikumbuki walinidanganya vipi. Wakaniambia nakuja, nikauliza kwa sababu ni mjomba wangu, mayanko ndiye alikuja kunichukua. Namuuliza ni nini? Akaniambia hapa. Nikamuuliza kwa nini wewe ndio umekuja kunichukua na si baba? Kwa sababu mimi sijai vizitiwa na mtu mwingine, ilikuwa ni baba. Wow. Akaniambia ati hapana, babako hakuwa anasikia vizuri. Nafaa tuende, kuna mambo ya nyumbani ambayo tunafaa kuongea na nini. Roho ilinipiga sana. So sikuwa najua, yani sikuwa najua ni nini, lakini nasikia tu kama baridi, nasikia kama joto, nasikia, yani sikujielewa. So wakanichukua, wakanipeleka nyumbani. Yes. Kufika nyumbani ndio nikapata ujumbe kwamba mzee ameaga. So ikawa ina mambo mengi pale. Yani unajua kwetu mimi nimekwambia ndio mtoto wa kwanza. Yes. Tuko wa 8. Tuko wasichana wa 6. Alafu vijana 2. Kijana wa kwanza ni third born. Yes. Ndio alikuwa mkubwa. By then mimi niko 17 years. Alafu sasa kijana huyo ndiye alikuwa mdogo bado pia, hakuwa mkubwa vile, alikuwa maybe kama 10 years hivi. Kama 10-11 hapo. Alafu yule mwingine wa mwisho alikuwa ananyonya. Ndio alikuwa ako na miezi hajafika mwaka. Ndio alikuwa ananyonya. Sasa pakawa mambo mengi, kwa sababu sasa wale watu wa nyumbani, wajomba wangu nani wakakuja. Wanasema sasa hapa huyu mama ana wasichana wengi sana. Si walizaliwa na ndugu yao. Ana wasichana wengi sana. Tuiwe kanaginya kwa ni kule Goma. Hawa na vijana ni bado ni wadogo na nini. Hawafai kukaa hapa sasa. Inafaa watoke hapa, tuuze hii boma. Oh God. Warudi kule Kisii. Waende wakakae pale walime, kuna shamba, kuna majani chai, walime pale. Kwa sababu sasa hawa wasichana, kwa sababu wasichana na madada zake, ati kwa sababu hawa wasichana wakiwa wengi hivi wakiachwa Nairobi wataenda kufanya umalaya. Sasa ikawa vita. So alafu ikawa baba alikuwa ameandika will kwamba yeye atazikwa hapa Nairobi, hapo kwetu Rongata hapo nini. Wakaleta shida, yani tukakuwa na mvurutano karibu mwezi mzima, kwa sababu tunaenda kotini. Na mimi naenda kufanya. Mumeenda kotini? Kwa sababu ya mwili. Wanasema mtoto wetu hawezi zikwa hapa kwa sababu tunataka kuuza hii boma, lazima tumpeleke huko Kisii, kwa sababu hapa tukimzika tutaweza kuuza. Unashindwa mnauza nyinyi kama nani? Mzee amezaa wasichana wengi. Sasa ni wasichana wengi wakiachwa hapa. Wataweza kuzungusha kuwa na mama yao. Ikawa mambo mengi. Yani tukazungushana zaidi ya wiki 3. Tukazungushana, ikawa sasa mwishowe mama akasema mbona msiwache hiyo mwili, ashakufa, aziko hapa, aziko Kisii, hawezi fufuka, wachieni. Sasa mimi nikakuwa namwambia hapana mama, tutafuata vile baba alisema. Uko form 4. Naambia hapana mama, lazima tufuate vile baba alisema. Ananiambia hapana, watu hapana, watatusumbua na wewe bado unafaa kwenda kufanya mtihani, waachie tu waende na mwili. Mimi nikakataa.
Mama akasema nyinyi niachi. Yani mama yeye alikuwa amechoka, akasema waachieni, wakitaka waende wafanye hiyo mwili vile wanataka waachieni. Kwa sababu sasa hatuwezi zidi tukizungushana hivi. Sasa ni mali inafikiwa. How big is this land tunakimbiza? Kama 5 acres. Hiyo ni kubwa. 5 acres alafu ina nyumba kubwa. Wakisina na Kikuyu ni kama hii shamba. Mogoda. Hey Jesus. Sasa eventually mama akaacha, kanambia wewe wacha ni. So wao wenyewe wakaamuka asubuhi hata wajatuambia, wakaenda wakachukua mwili. Gai. Na wakaenda naye, sisi tunapigiwa tuambiwa mwili kwa Kisii tayari. Hatujajua. So ikabidi sasa mama akasema tuwezi kaa sasa hapa, babenu lazima tufuate. So sisi tukaondoka, ndio tukafuata mwili Kisii. Tukaenda kufika, unajua Wakisii wanalalisha against his wish. So tukaenda pale tukafanya na tukamzika. Bas sasa ikawa tumemzika kama Friday, tarudi Saturday niende shule Sunday, kwa sababu Monday nilikuwa naanza na mtihani yangu wa kwanza ya English ya KCSE. So tukaenda, Mungu akatusaidia, tukamaliza, tukamzika vizuri hiyo Friday. Mimi kabidi nirudi, nimwache mama na wengine, kabidi nirudi hiyo Saturday, Sunday nirudi niende Murang'a. Ndio Monday nianze mtihani. So ndio nikarudi, nikaanza mtihani, na yani ndio naamini kwamba Mungu ana sababu zake, na Mungu ana mipango yake, na mipango ya Mungu nadhani mipango mizuri. Kwa sababu sasa tunaona mimi hata sikuwa nimesoma, wiki 3 tunapishana na familia na nini na nini. It's your father. Tunapigana, mama yeye anasema achana na yeye, achana hizi vitu. Yani yeye aligive up kwa sababu ilikuwa imemchokesha. So mimi nikarudi shule, nikarudi Mumbi Girls. Nikaanza mtihani, nikafanya mtihani na nikamaliza vizuri. Wow. So na ukapita. Na nikapita. Nilikuwa index 3. Tulikuwa 120, stream 3 tulikuwa 120. Na I was the first student in Mumbi Girls with a B+. Wow. Yes. Campus material. So at least hata ungepata A kama ulikuwa umeacha stress. So na nikakuwa yani wa kwanza, yani kila mtu akashangaa, yani ilikuwa yani vipi imeenda vipi. Yani watu walikuwa expect labda ningekuwa tu hivyo 3 kwa sababu nilikuwa index 3, labda ningekuwa hapo 3 ama nikienda kidogo 5 hapo. Lakini ndio nasema yani Mungu kuna njia zake anafungua. Sasa lakini ikawa sasa changamoto ikaanzia hapo. Tumeacha maisha London. Sasa ni turudi. Sasa reality. Kwa sababu mama ni housewife. Kunywa koko na tuota. Hapa tunapeleka watu pole, but you're very strong. Umeheal hii story ya babako unaipeana, you're very strong. That's a good thing. It's more than 20 what years? Doesn't matter, it's your dad. Yeah, but you know, we really went through a lot. We cried, machozi kaisha. Yani ilisha. Ilisha. I think God also gave us grace. Haya, kwa sababu sasa changamoto ikaanzia. Tuanzie hapo. Sasa si nimemaliza shule. Mama ni housewife. Hawa watu sasa ndio wakakuja na ameachwa mtoto ya kunyonya. Ni housewife kunyonyesha. Sasa ni housewife, hajui kunaanzia wapi, hajui pesa. Yeye alikuwa anajua biashara ya mzee iko hivi na hivi. Zingine akona partnership, akona nini, kuna mali zinachukuliwa rent, kuna nini. Alafu unajua unapata wale wazee wa kitambo. Sasa zingine unapata wamama hata hawajui mali yake iko wapi, hajui shamba ingine. Yani unajua ile yenye unaishi hapa, hajui ati akona plot wapi, hajui akona nini deal wapi. Yani hakuwa anajua chochote. Tunafikirianga tu ni huku mlima hata kwenyu. Yani hajui kunaenda aje. Sasa si tumeachwa peke yetu, ni yeye aanze kufikiria. Mimi ndio huyo nimemaliza form 4. Umepita. Watoto wengine 7 ndio hao. Wengine wako boarding, wako Molo Academy, very expensive. Na wengine wadogo, wengine wako private, wako wengine ananywesha. Wengine ananyonya.
Sasa changamoto ikaanza kwa sababu zile biashara alikuwa anajua mandugu zake wanasema hapana, hizi ni za ndugu yetu. Tunachukua. Sasa yani ikawa changamoto, alafu ikawa kwa kitambulisho cha mama yangu haina jina Omanga. Mama yangu ako na jina ya babake. Anaitwa Joyce Michoki. Jina la babake ndio liko kwa kitambulisho yake. Ni kama vile mimi kitambulisho yangu sina jina la mume wangu. Iko jina la Omanga ambaye ni baba yangu. Hata mimi ni Njoroge baba yangu. Baba yako. Sasa wakasema huyu, wakaanza kumkana. Wanasema hapana. Huyu si wetu huyu. Wanamkana, hii mali ni yetu, ni ya ndugu yetu. Ni ya ndugu yetu, ni yetu ya kulinda mama yetu, sasa ndugu zake. Sasa tukaanza hapo. Hana chochote, hajui aanzie wapi, hajui amechanganyikiwa. So paka pali tunaishi si title iko kwa jina la mzee. So ikakuwa sasa tuanze maneno ya kotini kupata letter of administration. Ikawa changamoto because hata siku ya kumzika, kwa sababu tuliachia mwili kaenda, wakamchukua, hao ndio wako na dead, inaitwa burial certificate. Na unajua burial certificate ndio unatumia kufanya nini? Kupata hizo mavitu na nini. Sasa si changamoto, tuanze kutafutana ndio tupe hiyo. Sasa huyu akienda wanasema sisi hatukujui Joyce Michoki ni nani. Hatukujui. Sasa mamangu ni kutembea na birth certificate 8 kuonyesha Joyce Michoki ndiye amezaa nao. Aturatheka mo. Wetagwo gutheka urigo Ngai. Ati anatembea na birth certificate 8. Mimi ndio nimezaa na huyo, hiyo kwa birth certificate hiyo tu ndio itabu identify Joyce Michoki father ndiye nani. Yatastaki kucheka haki. Akahangaika na hizo birth certificate 8 kila asubuhi. So meanwhile sasa shule kina mama tunafaa kuendelea. Sasa ikakuwa naambia mama sasa ataanzaje. Ikakuwa sasa ataanza anatumana mboga kutoka Kisii, hizi managu nini. Zinakuja na basi kutoka Kisii, analetea magunia asubuhi, anazipack, anazungusha kwa maofisi. Amerudi hoka. Anazungusha kwa maofisi. Nakumbuka hizo mboga alikuwa analeta nyingi nyumbani, sasa tunamsaidia kupaka kwa hizo makaratasi za 100. Ataenda huko building NSSF, anaenda kwa maofisi hivyo, anaenda building hivyo NHIF. Unajua hizo maofisi. Meanwhile tukipambana kwenye koti. Oh my God. So hata vitu vingi hizo biashara zilifunga, kwa sababu kama ni maduka spare nani itabidi ufunge kwa sababu inahitaji rent zile maduka. Si utafunga kwa sababu hii time yote mnapishana. Sijui kulikuwa na nini vitu, yani vitu nyingi vilisimama. Shutdown. Ikakuwa shutdown. Kwa sababu sasa mnapishania, hakuna mtu wa kushika, inabaki status quo. Biashara yote inafungwa. Sasa ikabidi apambane kwa mboga. Anaenda na peleka na nini hivyo. Sasa mimi nikawa nimeitwa University of Nairobi. UON. Yes. Maskini mama. Bachelor of Commerce. Sasa wale manko wangu bado wakasema hapana, huyu hawezi enda. Kwa nini? Hapo sisi tuna mpango. Tunataka aende medical school. Ndio tumpeleke Amerika. Atoke huko. Asome. Unajua kuna hiyo zijuki somea medical, utaenda Amerika, iko na pesa. Ndio ataenda Amerika afanye nini. Wakapishana na mama pale, mama akawaachia kwa sababu mwenyewe hata ajielewi. Anauza mboga. Ana watoto hao wengine wadogo lazima wamalize kusoma. Sasa waka insist niende medical school. Ndio uende Ulaya. Ndio niende Ulaya. Sasa ningekuwa majuu wewe akirumbo unacheza. Sasa hata kizungu yangu ingekuwa ya mapwa. My God.
So nikaenda na mimi sitaki hiyo medical school. Lakini sasa utafanyaje kwa sababu wamesema sisi tutawachangia pesa school fees on condition. Kuchanga. Yes. Sasa tumerudi mchango. Na hujai kuwa na shida ya school fees. Yes, school fees. Wow. On condition ataenda medical school. Na hizi ndio aende huko Ulaya ndio akuja wasaidia watoto wengine wa 7 kwa sababu sasa hatutaendelea kunini. Hii mchango ni vitu za baba yenyu hizi sasa. Sasa hawa ni wengine ni kama marafiki wake. Kwa sababu sasa wale wengine sasa si hawa walichukua na nini hata hawana shughuli. Wakaenda. Sasa ikakuwa ni wale kama marafiki. Sasa wakachanga. Kuna marafiki na wengine relatives wale wa umbali wa cousins na nini. So wakachanga, wakasema niende. Atumia ni muona munyuage coconut water uri mundu aranyoroka riu maya rucio kama majuragire guku ni mogoka namo mukomenya. So utaingia wapi hii medical school? KMTC. Oh, poor girl. So by that time ikisema hata ilikuwa kwa hata nani ndio mbunge then alikuwa mbunge na ndio alikuwa waziri. Alikuwa ni kama babu yangu kule nyumbani, nitamuita babu yangu, alikuwa Professor Ongeri. Ndio alikuwa waziri. So akasema wakamwendea wakamwambia tunataka mpeleke huko, school fees ni nafuu na nini na amepita. Sasa at least nini grades haikuwa shida kwa sababu nimepita, nimequalify kuingia university. So wakasema niende kule. So mimi nikaenda shingo upande lakini sikuwa nataka. Nikakaa mwaka wa kwanza. Mwaka wa pili. Nikaona mimi siwezi. Nikiwa pale na mimi nikaanza hata nafanya biashara. Gani? Naenda hata Isili nauzia student wenzangu, yani nikikuja naenda Garissa Lodge, nikienda nanunua vitu nauzia students nini tu panties tu vitu yani nilianza kuwa na test mapema bado I say. Sorry. Clacket. Unapimpu watoto pale kwenye shule KMTC. So nanunua na uza nini. So naanza kuwa na tu pesa twangu na nini. So nikaenda first year, second year. College girls ni muraigwa. Second year. Nikifika second year nikaona I can't stand this shit. Please. You're also a business girl. Alafu this thing is more of a call than a profession. Yani ni vitu ya medical. Yani ni udaktari ni kama media. Ni mwito. Yani inafaa ukuwe na hiyo roho, unaweza angalia damu mtu akikatwa. Sasa mimi hiyo yani damu kienda unaona wamama wanalia, watu wanasumbuka, wanateseka. Yani mimi nikaona hiyo yani kweli yani inanivunja moyo sana. Sasa yani singeendelea. Ikafika mimi nikarudi nyumbani nikaambia mama siendelee. Mimi narudi Nairobi University, ile course niliitwa ndio naenda kufanya. Mama ananiambia sasa tutafanyaje? Tutatoa wapi pesa? Anko zako watakataa kulipa. Nikamwambia ni sawa. Mimi mwenyewe nitajipambania. Si nyingi, mimi mwenyewe every time nitajipambania. Mama yani mama analia, ananiambia Kimili rudi, wewe tu ndio tegemewe. Nikamwambia usilie, Mungu tu pia ako na sisi. Mimi kama wamekataa awalipi ni sawa. Mimi nitapambana tu walipa. Na hivyo ndio nikatoka. Ndio nikarudi Nairobi University. Utaingia? Nikaingia. Nikaenda nikajienroll mwenyewe. Sasa hiyo by that time nilikuwa na boyfriend. Boyfriend yangu who is the father of my kids today. Haya. Guy Dr. Francis Nyamiobo. Doctor. Mwadhani tunaona na mdomo. Rudisheni meno ndani sasa. Anua meno, mwaura wa jiko. Umepatana wapi na boyfriend?
Umumu unajua sisi kwetu sinironga sasa huko kwao ni Ngong. Na yeye alikuwa Nairobi University, alikuwa medical school, ndiye alikuwa ako 4th year University of Nairobi medical. So mmepatana wapi na wewe uko KMTC? So sasa si nimetoka tumepatana hizi mabashbash nini. Umeanza sherehe? Kidogo yani ukiitwa birthday unapata birthday na nini kuna kitambulisho hata. So tukapatana tukaendelea kujuana. So tukaanza kumwambia masaibu yangu. Akaniambia, nikamwambia mimi nataka kurudi course yenye nilitiwa. Mimi sitaki kufanya medical. Nataka kurudi kufanya BCom. Course yenye nilitiwa. Akaniambia sawa, acha basi nitakusaidia kuenroll. Akaenda kanitafutia maforms. Nakumbuka nini Dino ni wetu wa business school ilikuwa anaitwa Professor Mbech. Ambaye alikuwa jirani wao. Sasa jirani ya boyfriend baba watoto size husband. Hata nimeshuka nikisikia uko na husband. Kabla tukuja kwa mshtuko wa husband, tukae sasa boyfriend. Sasa akanisaidia, kaniletea forms, tukaenroll na nini. Sasa yeye alikuwa anapata help. Ilikuwa inakujanga na banki nyingine inaitwa Posta. Nakumbuka kuna banki ile ya Posta. So mimi nikaambia sasa mimi nimechanga tu pesa twangu sijui unapata niko na kaka 28k na yeye amepata yake ya help. Akanipatia. Ukaingia shule. Guy ya help. Nikaenda nikalipa. Niko tu na hiyo pesa hiyo tamu. Yaani na niko macho ngumu nikaingia. Na nikaanza kusoma. Ala. Na sasa naendelea na tu biashara twangu. Sasa biashara ikaanza kunonga kwa sababu sasa unajua pia students ni wengi. Na nini hivyo. Bado unauzia mpaka kule. Sasa nikaanza sasa hata biashara sasa naanza kuuza huko, nauza. Yaani nilikuwa na clients kama Kenyatta Hospital. Nilikuwa watu wote walikuwa ma clients wangu. Naenda na nunua tu nini tu vitu. Shikilia hapo. No iwa boyfriend ya university ni aje sponsor mama. Yesu ya mwana athoma. Na Stacy no ya malaria. Stacy. Guy. Huma muciĩ munene wa Kenya Nairobi nĩ mohoro ma kameme kayo ka mũingĩ. Mimi naelewa nilipigiwa kura na watu wa mlima. I understand that. Mimi si wazimu na mimi si mjinga na mimi si mlevi. I know what I'm doing. Ukatuambia barabara ya kutoka Ndonyonjeru kuja mpaka hapa itawekwa lami na haijawekwa. Nimefanya siasa gani? Kazi yetu sio kuja hapa tu ati kukupigia makofi. Na ningetaka kuuliza hao watu wako wa broad based, tumeona wakitukana Uhuru Kenyatta huko Nyanza, wawache. Na tunaomba Uhuru apewe heshima yake. Na ningeto tigashokia kana harage kiriatea. Twaomba uwe bamba katika safari hii, mwanzo, katikati na mwisho. Oma, uwegereriku no shaba. Ni ceceni yaku ya kimerera kameme kayo ka muingi gikwamukira metha-ini itu ya mohoro itha-ini riri ria thaa 7 njitagwo Mwaura wa Wanjiko. Mutongoria wa bururi Dr. William Ruto ni atũgĩrĩtie tabarĩra ya waki wa nyũmba cia thirikari iria ciretwo affordable housing. President augĩte tabarĩra ĩyo ĩgunĩte makiri ma Kenya arĩa hau kabere matararĩ na nyũmba icagi-inĩ ciao, oro ũndũ ũmwe na gũtura mĩeke ya mawĩra kũrĩ mbeũ njĩthĩ. President ekwaragia arĩ nyũmba-inĩ ya mĩcemanio ya KICC kĩgomano-inĩ gĩa Second African Urban Forum. There are people who don't have a toilet. They have to pay to use a toilet. That is the conversation we're having. It is as basic as that. So if you don't see the value of a social house or an affordable house, there are people who desperately need it because at the very least they need a toilet of their own. That's how basic it is. And finally, let me say this. It is about dignity, giving people dignity. It is about getting another group of people to own something,
Today, in a social house, for as less as $30 a month, you become a homeowner. That would not happen under any other circumstance. It would not happen. Ihinda-inĩ rĩu president nĩ ũmwe kana nĩ agwetete mĩhĩnga ĩmwe ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩkora mũbango ũyũ wa affordable housing, akiuga mwena wa mũng'ethanĩro nĩ amwe arĩa makoretwo magĩkũmithia mũbango ũcio na thengia wa gũkorwo nĩ ũgunĩte Akenya aingĩ. The challenges have been, the change. Changing a situation is not an easy thing. So we've had political pushback. We still have politicians who still think you can make populist, we are going to stop this housing because we are protecting the pay slips of people. Such pedestrian talk. How do you cannot see the 640,000 people working? You don't know what to do with them. Many politicians still climb to podium to talk about how they want to stop this. How you want to stop such transformation is mind-boggling, right? We still have courts. We've gone through difficult challenges in courts. People who go to court, they want to stop this. In fact, many of them are asking me, who told you we need houses? Gũkinyĩria rĩu kaunti ya Kiambu yandĩkithĩtie aikia a kura erũ 35,000 magĩtanywo kwandĩkithio kana kamĩtĩ ĩno ĩgĩtanywo kwandĩkithia aikia a kura erũ 150. Kuringana na commissioner wa IEBC Anderito, Akenya matire mareyumĩria ta ũrĩa kũrerĩgĩrĩirwo, rĩu akĩũria ateti oro ũndũ ũmwe na anyiti itemi angĩ gũteithĩrĩria harĩ kuha arĩa matarĩ mareyumĩra metĩkĩre kwĩyumĩria nĩguo meyandĩkithie. Mwandĩki witũ Kiambu Wambui wa Icũgũ nĩwe ũrĩ na riboti ĩno. Rĩrĩ kambĩini ya wĩyandĩkithia wa kura ĩringĩte kiumia gĩa kerĩ, mũingĩ ndũreyumĩria kwĩyandĩkithia ũrĩa gũbatiĩ. Ũũ nĩ kũringana na commission ya IEBC Kiambu ĩkiuga maratanya kwandĩkithia aikia a kura erũ makĩria ma 150 kuma kaunti ĩno. Ratageti atĩ andũ a Kiambu arĩa makwandĩkithio ICVR no mweri ũyũ ũmwe nĩ 150. Andũ arĩa tũreterera atĩ nĩ mekumĩra na meyandĩkithie tondũ nĩ twĩkĩrĩte mikakati ya gwetha andũ arĩa mekuma mobilize na kũrĩa grassroots. So tukwenda tunyitane na kinya ateti arĩa mena kuumere andũ meyandĩkithie tondũ ateti nĩo ene kura nĩo mathura. Ona gũkĩrĩ ũguo, Anderito ahinyĩrĩirie atĩ ona thengia wa gũkorwo na mateta megiĩ wĩkururia wa ũheani wa ibandĩ nĩ manyitanĩire na rũhonge rwa ibandĩ nĩguo gũtigĩrĩra gũtirĩ mũndũ ũkũhingĩrĩrio harĩ gũgathurana kumana na wagi wa ibandĩ. 50% ya ibandĩ iria cia andũ arĩa morĩtio nĩ macokeirio na icio ingĩ matwĩra nĩ marabuata na andũ angĩ no marathiĩ na mbere kwĩyandĩkithia. Na twĩra atĩrĩrĩ atĩ 27,000 cia andũ acio ni mokite makoya ibandi cia. Munene wao atongoria na maafitha a thirikari othe makigeria kumurika makinya maria megutacukio niguo andu maumire kwiyandikithia ta aikia a kura. Tumewaamrisha machifu na manaibu wao wahakikisha kwamba wananchi wamehamasishwa wote. Vile vile tunafanya kazi na msajili wa IDs, lakini ningetaka kushukuru wananchi wa Kiambu kwa sababu zenye zimebaki kwa ofisi kati ya zile 38,000 ni kama 2,700 hivi, na tumekubaliana tutatafuta wenye hizo kadi ndio waweze kupata ID zao ndio waweze kujisajili kama wapiga kura. Hadini Hakameme FM kuma kaunti ya Kiambu, Njĩtagwo Wambui wa Icũgũ. Tukiuma mwena wa Kiambu ni ati kanjo ya makanitha NCCK ino ethiĩte na mbere na kũhinyĩrĩria atongoria metheme mbũkĩrĩra na irumi hĩndĩ ya mĩcemanio ya mũingĩ. Kũhĩtũkĩra mũikarĩri gĩtĩ wa NCCK kaunti-inĩ ya Nairobi Alphonse Kanga, kamĩtĩ ino kana kanjo ino ĩrauga atongoria arĩa marekuruhania na mĩgendere ta ĩyo ya irumi marĩ na itanya rĩa kwĩmathĩra ngumo. The political elites, they are taking advantage of the mass, the majority. And what are they doing? The political interns that you can see in Kenya, like what has happened also, the critical looking at is that what they are doing, it is a distraction from the main agenda. It's so clear that what politicians are doing right now, their fellow and all this insult, they're abusing one another. It is clear. It is meant to redirect the mind of Kenyans from the issues that are on the table so that the Kenyans can waste time as they benefit. It is what we call manipulation for domination.
Roho Kanga ningĩ nĩ acakaĩte ũteti ũrĩa ũrakungio makanitha-inĩ. It's unfortunate when we in the church fraternity, when I'm seated here, a politician stands before me and he looked at the congregation, and I'm looking at the congregation is here and he's looking at the mass and he abuses one another. You ask, what's happening to this brother? What's happened to this brother is that this brother is a worried fellow. This brother is stranded on what to do. Na mũtongoria wa bũrũri tũriganĩtie wa Tanzania Samia Suluhu Hassan nĩ acakaĩte ũnyihu wa maguta bũrũri-inĩ ũcio wao. Na kumana na thĩna ũyũ, Suluhu aroria maobitha ha thirikari arĩa mamumagaragia, arĩa makoretwo makiumagarania nake agĩthiĩ mĩcemanio-inĩ makorwo makĩhũthĩra bathi, na nĩguo magakuo marĩ hamwe na makahonokia maguta marĩa makoragwo makĩhũthĩra ithenya-inĩ rĩa obitha gũkorwo akĩhũthĩra ngari yake. Kwamba tuna hiyo crisis. Ndani ya serikali tuna matumizi makubwa sana ya mafuta. Magari ni mengi, safari zetu ni nyingi, ni waombe sana tuanze kupunguza matumizi ya mafuta. Tunaanza kupunguza matumizi ya mafuta. Nami naanza na ofisini kwangu. Ninapotembea, maafisa wote, wakubwa wote na magari yao nyuma wananifuata. Kuanzia sasa ninapokwenda kokote, wote nitawaingiza kwenye kibasi kimoja. Msafara utakuwa escort yangu ya polisi na yangu na gari ya akiba nyuma. Wanaobakia wote na waingiza kwenye kibasi kukata matumizi ya mafuta. Na ripoti yo kuma Tanzania ni tutirihira mohoro maito mathaa mũgwanja. Mohoro mangĩ nĩ megũkinyĩra wanashihada thaa 8. Njĩtagwo Mwaura wa Wanjikũ. Uma wĩigĩrĩrĩku no camba nĩ mohoro kuma Kameme Kayũka Mũingĩ. Ũngĩkorwo wĩna ũndũ ũngĩenda kũmenyithia metha itũ ya mohoro, hũra thimũ namba 0704 111 555. Wakinya thaini ya mitambo-inĩ ya Kameme Kayũka Mũingĩ, Jumatatu nginya Gatano, nĩ thaa rĩa gũcanjamũka. Mũthoni wa Kĩrũmba aka Bibi Thomas. Karibu sana mitambo-inĩ. Na ningetwa Gathemba mwenyewe Mutaikinya Kingpin himself. Mwago mũtheri. Nĩ ithaa rĩa cai. Gũkenanĩra, gũtheka tũkĩng'aũrĩra, tũkagayana rũcinĩ rũiyũirwo nĩ gĩkeno. Nĩ tondũ mahinda marĩa mega mũno nĩ marĩa tũgayanaga tũrĩ hamwe. K24 TV, our shared experience. Toshat Investment rumana kurehera Canaan Gong Estate Phase 2. Ici nĩ Broti Prime iria cirĩ kilomita 1.5 kuma barabara-inĩ ya Gong kĩbiko gũthiĩ Suswa. Barabara nĩ cia rami na no ndagĩka 10 tu kuma Gong Town. Macukuru, thibitarĩ, biacara cia ũrĩmi, Gong Kimuka SGR ciothe cirĩ o hau ũrĩ. Broti ici nĩ cia 50 by 100, thogora nĩ 650,000 cash kana wĩigĩrĩre deposit ya 150,000 balance ũrĩkie na mĩeri 6. Site visit ni o muthenya wa Monday nginya Friday thaa 3 cia rũcinĩ na Saturday nĩ thaa 4 cia rũcinĩ. Kũhora makĩria hũra 0701 931 826 kana ũmacerere wabici-inĩ ciao Royal Square kũrigania na KISM Towers Gong Road 8th floor left wing. Tashat Investments, turning land into opportunity. Mwako mpya. Kiama kia DCP nĩ kĩrakũmenyithia atĩ His Excellency Rigathĩ Gachagua nĩ agatabania mũcemanio wa mũingĩ Kikuyu Town Jumamothi ĩno ya tarĩki 11 mwaka ũyũ tũrĩ kwambĩrĩria thaa 7. Nĩ agakorwo na Kalonzo Musyoka, Fred Matiang'i, Martha Karua, Eugene Wamalwa, Justin Muturi, Lene Kivuti, Senators John Medho, Karungo wa Thang'wa, James Murango, Honorable Jane Njeri Gacheri, Onesmus Gogoyo na atongoria angĩ aingĩ. Rwĩmbo rũkarigithio nĩ Tony Young na Sammy Irũngũ nĩ ũkeyumĩria Jumamothi ĩno Kikuyu Town. Tumenye ũrĩa ground Roiga. Nĩ thaa mũgwanja na ndagĩka 16 mathaa ũkamenyithio nĩ Petans Driving School, ũtungata kwĩ nawe twĩgũkũ Limuru. Hamarĩtwa njĩtagwo Marion, nĩ niĩ ndũgamĩrĩire rũhonge rũrũ rwa Petans Limuru branch. Twambagia ha no he mwana ũrĩa nĩ rita rĩa mbere gũthoma ũtereba, twencourageaga athome saloon vehicles. Icio nĩ ngari nini. Ngũrani ya Petans nĩ twendekete
ni undu wa mbere marihi maitu ni very affordable, then ni tutrainaga uria kwagirire kuringana na NTSA curriculum, tuka make sure murutwo athoma na ni attain the smart card driving license. Tusherere Lemuru wa Marema Building, Githogori, Kikuyu, Wagige, Ruaka, Thibone 0721328383. Kameme, Kayo Kameme, Kayo Kameme, Kayo Kamoinge. Jehova niwe muriithi wakwa, ndiri kindu ingiaga. Atumaga njarahe urithio-ini uri nyeki nduru, andongoragia mai-ini mari na uhuruko. Ni ariukagia ngoro yakwa, akandongoragia njira-ini cia uthingu ni undu wa ritwa riake. Ona ingituika ni ndirahungurira mukuru-ini uri ndumata ya gikuo, ndiri ugwati ngitigira, ni gukorwo uri hamwe nani. Thiari waku na muthegi waku ni cihorera niguo gwikira. Jehova niwe muriithi wakwa, tarugambirwo thimu yaku hihinya *860*380#. Oh yes, turi kimera kia mbura. Dereva ndukende itherũ ria mai. Hindi ĩno kwĩna mũiyũro, wimenyerere kuringa rũĩ rũiyũru, tondu ona injinya tu cia mai maratherera no iguthererie we na ngari yaku na wage kaimana. Ndũmĩrĩri ĩno wareherwo ni Petans Driving School, thukuru ũrĩa wĩkĩrĩire ũhũthĩri mwega wa barabara. Tucerere honge-inĩ citũ ta Nairobi Capital House, kurigania na Ambassador, Lemuru House Stage Naivas, twikuo Juja, Makongeni, Keno, Thika Mang'u House na ningĩ kurigania na Equity Bank. Thimũ nĩ 0721328383 na Facebook nĩ Petans Driving School and Computer College Kenya. Oh yes, turi kimera kia mbura. Dereva ndukende itherũ ria mai. Hindi ĩno kwĩna mũiyũro, wimenyerere kuringa rũĩ rũiyũru, tondu ona injinya tu cia mai maratherera no iguthererie we na ngari yaku na wage kaimana. Ndũmĩrĩri ĩno wareherwo ni Petans Driving School, thukuru ũrĩa wĩkĩrĩire ũhũthĩri mwega wa barabara. Tucerere honge-inĩ citũ ta Nairobi Capital House, kurigania na Ambassador, Lemuru House Stage Naivas, twikuo Juja, Makongeni, Keno, Thika Mang'u House na ningĩ kurigania na Equity Bank. Thimũ nĩ 0721328383 na Facebook nĩ Petans Driving School and Computer College Kenya. Mahindra nĩ ndawa kuma gwa Ken Agro Suppliers iria itongoretie harĩ kuhũrana na ria mbembe-inĩ. Irutaga wĩra wega rĩrĩa ũkũhuhĩrĩria rũcinĩ rĩrĩa kũrĩ na ime. Ũrabatara 250ml nginya 300ml cia Mahindra harĩ lita 20 cia maĩ. Kũmenya maingĩ megiĩ Mahindra kuma gwa Ken Agro nĩ tũkĩhũmũka na Mansaimo na Kata mitambo-inĩ ya Kameme Kayo ka Mũingĩ. Thank you much. A very good afternoon. Ciendete wega thaa 7:19 twina Njorua ya Kothi, twina Nyaboke aka Asali mitambo-inĩ ya Kameme Kayo ka Mũingĩ, na tugacokia ngatho muno ni ũratũthikĩrĩria wĩ gũkũ Kenya na kũraya na Kenya. And thank you so much. Nyitithia thimu yo yaku, mekire wega hau ati ni thaa cigana, ni thaa 7:20. Ndiracokereria na Njorua ya Kothi. Ndio retha handu hega family yaku ona kanarata magigia na out of town retreat. The Kentmere Club nikuo the perfect destination. Kwina meago ta horse riding, zip lining, archery, kids corner na heated swimming pool. Kenera our African dishes na international cuisines. No gieda kanywaji we moroboye. No turina iharo cia magogona tohiki, team building, birthdays, graduation parties na igenyigi. Na no turina comfortable accommodation facilities. Tosherere Ruaka Banana, Raini Rimuru Road, Kanohole Thimo, 0700-171-962. Kentmere Club, fun, comfort and relaxation. Right. Ushindi Marato Erate Team Master. Yes, kabuni ya Pony Oils no marathie na mbere na gukurehera wega wa Ushindi Multipurpose Bar Soap. Na Jumamothi ino atari 11 Pony Oils magakorwo na road show mwena wa Nyeri na matura maria marigiceirie, makambĩrĩria Kagio mathike Figoti, Karati na Mukurũ-inĩ, Uthaya, Nyeri Town, Kiganjo marekerie kũrĩa na Rumoro. No keyumerio cemanie na mzima muthoni wa wainene no gakorwo kuo na rwĩmbo rũrigithio nĩ Kũrũga wa Wanjiko, mucoke muinĩrwo nĩ Zangalewa Troop and Dancers na Obeũ Njĩthĩ magakona
na kaitano kia goalpost and spin the wheel na nimagatugo na iheo mwaki kumagwa Pwani Oils. Ushindi mara that mara hiyo nĩ thaa mũgwanja na ndagĩka 21 mathaa ũkĩmenyithio nĩ Revisha na KCB. Save mbeca thĩinĩ wa KCB Gold Saving Account na no wĩhotanĩre o nginyagia nuthu milioni thĩinĩ wa Money Market Fund account yaku, ona kana nyũmba kũrĩa Tatu City rungu rwa Unity Homes. Revisha and win big with KCB. KCB, for people, for better. Mawatho na mĩtaratara kũrũmĩrĩrwo. Thank you so much. Nĩ ngatho nĩ ũndũ wa gũtũthikĩrĩria wewe gũkũ Kenya na kũraya na Kenya. Thank you so much. Maũndũ mathiĩte wega mũno. Nĩ ngatho na niĩ njĩtagwo Baby Top. Yes, na nĩgetwo T-Master jina mzuri. Nani alinyoa wewe? Ndio wagwana wanauliza. Ati nilinyolewa na adui yangu. Ndio wanasema. Ngosoka kwa datu raga infinite. Unajua adui ya mwenye nchi ni moja. Kanyoni gakwa wihitha na wonodore wako. Oima. Thank you. Reke tucokerere kuri njorua ito yako thiciendete wega. Thaa mũgwanja na ndagĩka 23. Wasikia baridi? Nasikia kanjeve. Kanjeve kadogo ni kazuri, ndio hapana kusinzia. Thank you. Nituracokereria kuri mugeni wito na tuthiete wega. Ni gatho. Tuko pale campus. Mambo yamekuwa mazuri. Umebabanya biashara, umesema imenoga. Ni kunoga? Imeanza kunoga. Na sasa umesema tushapatana na our boyfi pia ashaanza ushaanza kunyemelea help yake. Umemuita by then alikuwa anaitwa nani? Anaitwa Dr. Francis Nyamiobo. Nyamiobo. Hata ni wa Kisiland. Nyamiobo. Ni chini unaambiwa ikae ikitishia mlima. Very good. Mumepatana na Francis. Yes. Nyamiobo. Na sasa mmeanza kusaidiana maisha kidogo, umeingia kampo. At least akanisaidia hapo nikaingia. Sasa pale ndio biashara kashika. So mimi nikaanza nikaendelea sasa kufanya tu biashara yangu. Nauza nini, nachukua naenda Garissa Lodge, Isili, naleta hizo vitu, nakuja nauza, nauzia watu. Na unasoma? So si jioni, kwani uko na classes maybe 4 days a week. Na si siku mzima, labda 2 hours a day, unajua. 2 hours a day, maybe classes 2 juu uko na 6 units. Yes. So naenda nachukua, naenda nauzia watu. Natengeneza na wagonga, nikipata kitu ya nikiuza 2 ni 100% profit. 100% na ulipi kodi. Na hakuna kodi nalipa, hakuna kodi. So nikajinini kabisa, nikajisukuma. Naye mimi ni hard working. Mimi naye najijua, naye najua yani nikijitolea nikisema hii ndio nafanya. Niko na hiyo willpower. So nikapambana, nikaendelea kupata. So by the time nafika hiyo semester ya pili, tunaenda na pesa yenye napata naendelea. Nikifika karibu exams, ndio nalipa. Unajua lazima upate exam card. Yes. Ndio upate exam card lazima umaliza kulipa fee. So by that time ya fee ndio nalipa ya exam. Napata exam card. Hivyo. Nikapambana sasa hivyo. Nikapambana nikiwa university. Yes. Nikiwa tu bado hapo university. Sasa hiyo niko karibu naenda hapo katikati. Second year. Kama second naenda third year. Nikiwa hapo karibu. Ile kitu kafanyika. Kitu gani? Masalale. Boyfriend akafanya ile kitu. Boyfriend akafanya ile kitu. Wanajajiri yako thekatene. Alifanya kitu gani sweetie? Akafanya ile kitu. Kapata mimba. Kumbe mshajiachilia sasa, umefika, umeolewa ukiwa university. Like any other young girl. Mungu wangu.
nikapambana tu hivyo, niko kampo, niko na ball. Na unaishi wapi by the way ukisoma? Home? Nilikuwa home. Au unatoka huko Rimpa? Nilikuwa natoka home na kuja shule. Madhe na yeye tu ni masukuma kuli anauza. Anauza mboga zake. So nikapata mimba. So nashindwa naambiaje madhe. Alafu church, sisi ni watu wa church. Church ni gani? SDA. SDA ni Seventh Day. Seventh Day Adventist. Madhe ndio kiongozi wa church. Oh my. Hata sakramenti zinapikiwa kwetu. Serious? Na divai? Natengenezewa kwetu. Alafu ndio huyo mimi sasa. Lolo. So unashinda utafanyaje? Lakini the good thing, mimba kwanza unajua ionekanangi sana. Yani sitoi jampa. Ni jampa mikono kwa mfuko. Yani nilikuwa na ingine hapo ya green. Yani sitoi. Sitoi jampa. Sasa Rimpa tulikuwa tunaishi pia na shosho yangu. Madhe amekuja. Alikuwa since venye Buda lidai. Sasa yeye alikujanga kukaa na madhe. Kumkaisha. Kumkaisha hivyo nini. Ma stress. So tukakuwa tunakaa na yeye. So yeye nadhani alikuwa anioni vizuri. Shosho ni wabaya. Anioni vizuri. Anarusha jicho. Anioni vizuri. So by then boyfriend Fraje ndio ameenda internship. Na unajua kitambo the systems used to be very well. It used to be, hii ilikuwa wakati wa Kibaki. Unajua interns walikuwa wanalipwa mshahara. Just like you know, umeandikwa. So they used to earn a salary. Then ukienda ile hospital umeenda, they used to give accommodation, nyumba na nini. So yeye akatumwa internship Thika District Hospital. Thank you Nonsizi Agnes, karibu. Akatumwa Thika General Hospital. Akakuwa alipewa nyumba. Unajua kuna zile nyumba za gava by then. Yani I admire wakati wa Kibaki. You know, yani systems used to work. Systems used to work. I wish, yani tunaweza rudi huko. Tutarudi tukifika Singapore. Tutarudi. Nani baadaye alikuwa deputy wa Kibaki? Ni Kalonzo. Na ako kwa one term. Na ako ipande yetu. I think watu watalainisha hii serikali. True. So sasa nikajua sasa pale mimi sitoke. Wale mother wa friends wa madhe, so unajua wa mother wanaanza kuniangalia na macho zingine nini. Mimi so siku moja tu, siku yenye nimeenda shule hivyo ndio mwisho madhe kuniona. Nikatoka jioni nikaenda Thika. Ukapotea? Na ndikaenda Thika. Huko kwenye BF. Nikaenda Thika na nikaenda nikakaa hapo. Sasa unaoperate kutoka huko kwake. Kwenda. Sasa officially ni kama umeolewa. Sijui kama nikuolewa ama nikujioa ama nikufanya nini, lakini nilienda. Nimejipeleka. Kwani ni mimi peke yangu nini? Tulifanya wote. Babe nakuja kuishi kwako. Nikaenda. So na operate huko Thika UON. Kila siku 40 minutes. Yote hizo mati zilikuwa zimenijua. Hizo matatu za hapo. Hukufikiria kuwa bought at all? Hapana. Okay. Nilikuwa I think pia nampenda sana. Kijana. Anaitwa Father Francis. Doctor, sorry. Mapenzi wewe. So nikamiuko nikakuwa na commute. Kukuja nini. Alafu by that time by then nikiwa third year naenda nilienda shule mpaka the last day. Yani exam nilifanya exam ya mwisho like on a Saturday. Alafu nikaenda nikaza Sunday, Monday labor ikanianza. Labor penzi ilianza the following day Sunday. Na nimetoka kampo.
Imenianza hiyo jioni hiyo Sunday. How old were you? 21. Wow, it's okay. So labor pain kanianza kama hiyo Sunday jioni. Mzazi unamwambia ulihamie huko Thika? Ukumenyamaza tu? Naambia nakaa na huku kuna student mwingine ameniaccommodate. So fare inakuwa rahisi kukaa na yeye. Sasa hata sikumwambia maneno mengi. So sio cha labor pain zianza. Kitu si ni uchungu. Yani mtu kiona mama tu hivi muheshimu. Ikaanza uchungu, mimi singevumilia. Zile nduru nilipiga Wakirumba. Thika. Nikaenda Thika nursing. Nilienda Thika nursing home. Iko hapo section 9. Ile nduru nilipiga. Sasa I think Mungu akanisaidia. Nikasema mimi sitaendelea. Siendelei. Sasa unaambiwa we nini hata kufika kwa skuma hata imefika sentimita sijui 2 sijui 4 na unafaa sijui ufike 10. Nikamwambia hapa sifanyi. Nichinjwe. Sifanyi na si nini. Nduru ile hospitali nilipiga. Watu walikuwa wanashangaa unani. Sasa daktari wangu huyo Gaina nikaleta shida. Sasa boyfriend naye ametoroka juu mimi na insist lazima niende CS. Na yeye akona pesa ya CS. Amehepa. Hapana, ingekuwa tu ni rahisi kwa sababu yeye ni daktari. So first na daktari mwingine they don't pay professional fee if you consult. Motumia wa daktari. But do I say ati Mrs. Doctor Jehovah. Motumia wa daktari. Wow. We are taking notes. Gita. Asali. Siniko hapo Mrs. Doctor. Kwenye tete. Mrs. Ngita. Mambo ni machache. So tukaenda hiyo private. Sasa akaitwa eventually venye nileta shida kabisa akaitwa. So nikapeleka kwa theater. But yani nakwambia ni Mungu. Yani everything which happens ina happen na reason. Maybe alileta hiyo uchungu hivyo ndio nikatae. Ndio niende hiyo CS kwa sababu sasa kama singeenda hebu rudi hapa kwa kamera vizuri, kwa kamero. Yani kama singeenda Stacy tumeficha uso. Hatuwezi afford kuficha uso ya bibi ya daktari. Very good. That Mrs. Doctor. Ati hii kitu ni kama ilikuwa ni Mungu. Mtoto alikuwa 5.2 kilos. Modhoni angetoka huyo guy mrefu hata atoshe kwa baby coat. Yani sasa wewe angetoka ingekuaje? Na unajua before sasa kwa sababu unajua ile nilikuwa naficha hiyo tumimba na ficha nini. Sasa hata siendi clinic vizuri waangalie kilo ya mtoto ni mkubwa. So the last time nilikuwa nimeenda ikiwa 7 months waliniambia ati haukuli vizuri. Huyu mtoto ako mdogo sana, ako 1 kilo ikiwa miezi. Sasa mimi wacha nianze kula maavocado. Nikitembea kutoka university huko juu kukula. Nikipata tu mama ametandika maavocado chini hapo ndio nakaa kwa soko. Unakula? Nakula avocado na mayai ya kuchemsha. Na maziwa nilikuwa napita hivi nilikuwa nakumata. Na nunua packet na kunywa kipacket paka kabisa. Hapa sasa niko ile kilo ya kule Kajedo ilirukia. Yani nilikuwa napenda avocado. I love avocados. Maeneo Matumbe. Matube. Mama tumetagwa Manoria Ngui. Matube makorofea. Ni maeru ama ni wanaitwa aje? Manoria Ngui. Hiyo hujaniambia nzuri Ngui najua hiyo si nzuri. Manywenywe. Avocado. Makorofia. Na Matube meru. Kwanza watu wameambiwa wao wanapanda makorofia. Na Matube meru. Bebe
Meru ni moto. Hapana. Matube ni mayai. Hasa matube. Najua matube ni mayai, lakini ya kuchemsha ni matube boilo. Magodherokio. Na hii meru ni gani? Meru ni imeiva. Ni avocado imeiva. Alikuwa anasema matube meru kwa wewe. Barushi yako. Mtanimaliza. Mwathani wako reke itutheke tondu turigethekaga ri. So mtoto kilo 5. 5.2. That's a healthy baby and a big one. 5.2. So pale ilikuwa 50-50 bwana. Daktari akasema yani it's good that ulileta shida. Tantrums, yes. Otherwise imagine wangeacha ningepush ule mtoto ingekuwa we don't know. Atujui ingekuwa ni nini. So I got baby Wayne. Oh, Wayne is a boy. Yes, he's a boy. He's my firstborn. Oh, baby Wayne. How old is he now? He's 20 now. Oh, kwa hivyo ulikuwa 2020. 21, 20. Mnapelekana naye hapa kwa hapa. Wow. So nikapata baby Wayne 5.2. Nikamuita baba yangu Omanga, anaitwa Wayne Omanga. Kwani hamuitangi saidi ya bona kwanza? Unajua sisi we believe in tunaamini reincarnation. Sijui inaitwaje kwa Kiswahili. Yani tunaamini yani yule mtu amekufa anazaliwa tena. Na huyu wazazi wake wako. Sasa unaona sasa nikamuita babangu kwa sababu babangu sasa nimezaa baba yangu. So ingekuwa yani unazaa, si atuiti watu wako hai. Atuiti watu wako hai, tunaita mnarudisha. Tunarudisha. Yani tunaamini amezaliwa tena. Hebu nikuulize kama sasa God anakubless na msichana utaita mtu hayuko uhai? Yani kama shosho yangu sasa mamangu alikufa. Sasa yeye ndeza muita yeye. Ama mama ya saidi ya bwana. Ama saidi ya baba yake. Mtu mwenye alikufa, yani the immediate relative mwenye ama ulikuwa unapenda mwenye alikufa. Mgoshokia letwa. So ndio namrudisha. Sisi atuiti kama sisi. Si kama nyinyi. Kila mila na kivyao. Kila sisi tunaita tribe with their mila. Sasa kama mimi Nyaboke yenye nimeitwa ni ya shosho yangu mwenye mamangu alikuwa anampenda. Alikuwa anapenda mamangu sana. So nikizaliwa nikaitwa yeye. Sasa yani sisi tunabelieve. Tunabelieve mtu anazaliwa tena. So na sometimes ukiitwa hiyo jina brother yake, the late brother. Wewe ukarudisha babako sasa. Sasa nikarudisha babangu. Wow. Tukamuita Wayne Omanga Nyamiobo. Nyamiobo ni baba yao. Ni baba yao. The surname is okay. Yes. Okay. Yes, the surname remains now. Yes. The sasa daddy. Ya katikati given name ndio nikamuita ya baba. Omanga. Wow. So sasa kazaliwa basi hapo Thikanasi. Yes. Tuko sasa by the time anazaliwa sasa ikakuwa atukai pale ile hospitali Thika district hizo nyumba. Tukahamia tu hapo Thika. Sasa ikakuwa amemaliza internship. Akaitwa Gatanga. Yeye ndiye alikuwa anasimamilia Gatanga district. By then Peter Kenneth ndiye alikuwa mbunge. Ni Gatanga. So he was among the people wenye walianzisha Gatanga Hospital. He was among, walikuwa nafanya kazi sana kwa ukaribu na Peter Kenneth. Walikuwa marafiki na ndio alimsaidia kuset up hiyo medical center by then. Yenye najua saizi ni Gatanga district ama sijui saizi iko vipi. But yeye ndio alisaidia. He was among the first people wenye wali set up. Na yeye ndiye alikuwa daktari mkubwa pale wa Gatanga. Sika kuwa na commute from Thika si mbali. To Gatanga. Mi sasa ikakuwa basi ndio. Na mtoto pia naendelea na tu biashara twangu. Yes. Na kusoma nikakaa, I took a break. Yes. Kwa sababu nilifanya exclusive breastfeeding. Yani ile nanyonyesha bila kupea. Mtoto ni mkubwa. So nanyonyesha bila kumpa maji, bila kumpa nini, maziwa. Nilikuwa na maziwa nyingi, Mungu alinibariki hapo. Sasa for 6 months nilikuwa nanyonyesha bila kumpa kichochote. Wow. So ilibidi nichukue break. Yes.
So nilidefer. So nikachukua break kama mwaka mzima. Ya kulea mtoto, kunyonyesha na nini. So vile after mwaka moja ndio sasa nilirudi shule. Lakini sasa madhako pale ulimwambia mzee amerudi. Sasa ilibidi nilimtuma sasa hiyo nikiwa hospitali kwa sababu hata alianza kuogopa. Ilibidi apige simu aambie sikiza kuko hivi. Unajua sasa hakuna kitu anaweza fanya. Ilibidi tu anakuja na atakuja tu na tumbo shoria kuja aone mjukuu atafanyaje. Ni ashone tumbo shori na baby show akuje. So hata hakunigombanisha, alikuja kama amefurahi. Mzee wake amezaliwa. Mzee wake amezaliwa. Alafu yani hawa mama. Yaani unajua mamangu ananiambia, "Ulikubali kwa nini kukatwa hii CS?" Nikamwambia mama mtoto alikuwa mkubwa. Akaniambia hata nyinyi wote mlikuwa wakubwa nafanya tu. Hata nyinyi wote mlikuwa wakubwa. Ule mdogo kabisa nimepata ni 4.5. Mimi naenda tu nafanya tu. Alafu naambia ati hapana. So mamangu anaamini yani ile vile nilikubali kukata yani ni kama sina yani sijakuwa mwanamke kamili. Yani ananiambia hapana. Nyinyi wote wanane. Ni tu Lakini sasa akakuja hospitali, akakuja na sasa ndio hata huyo mother-in-law alikuja, unajua by then hata hawakuwa wananijua. By the way, mambo ya kijana. Wakakuja sasa hapo hospitali ndio wakanijua, wakanitoa hospitali. Sasa hivyo ndivyo ni kuolewa sasa. Ndio hiyo. Ndio hiyo Mrs. Doctor. So ndio tukatoka hospitali, tukarudi nyumbani. Ndio maisha ikaanza. Maisha ikaanzia hapo. Wife officially. Na unajiweka hapo kabisa. Na ameanza kupata mshahara. Nakaa hapo. Sasa nile nikasumbuka peke yangu, tukangangane na mama na mboga huko. Na nikagitari. Doctor. Sasa mimi unajua nilikuwa daktari, lakini juu nilishindwa. Baba, si Mungu ameniletea daktari. Daktari wa Ulaya. Reincarnation. Unaona vile Mungu ana maajabu. Unashinda lakini kuna mwingine anakuja anafanya si umeaccomplish dream tu hapo. Na wale family walikuwa wanataka uende Ulaya wanafaa kujua sasa umeolewa na daktari. Si ni accomplish dream. So ni kulea. Now you are a young mother. Yes. So lakini for 1 year hapo nikiwa hapo Thika sasa nikaanza pia nafanya biashara ya kuuza scratch cards za Safaricom. Unaenda unanunua, nakumbuka hizi za 100 kulikuwa na hii print una print. Za 100 unanunua kana 94 bob unauza 100. 6 bob. Nini so naamka asubuhi na sasa mimi na supply nyingi hapo. Unajua unaenda tu 1 hour hapo Thika town si pakubwa. Ni town yangu sana, nimekaa na one of the towns zenye napenda yani hata retirement yangu itakuwa kwa Thika. Wow. So ninaenda nazungusha tu kwa Thika, hata walikuwa wananijua. Nazungusha scratch cards asubuhi round 1. Nauza scratch card. Nilikuwa na turnover kubwa sana. Ya scratch cards. So nafanya narudi nyumbani kwa sababu niko pale Thika. So nazungusha, alafu unajua sasa kwa sababu margins zake ni kidogo. So unachukua hata akilipwa mshahara manini, mimi nikipata pesa zingine naziweka zote kwa scratch card. Nazungusha, haupati nyingi lakini kuna kitu unapata. Ni shilingi 6 kwa card, lakini the nyingi. Hata kwa siku ukimanage kupata 3,000. Hiyo imesaidia, it's a lot of money. 6 bob to 3,000 is a lot of money. So nikapambana asubuhi na amko nazungusha round unaweka kwa nini viosk nani hivyo. So nikaendelea, by the time namaliza mwaka mmoja nikakuwa nimepata tu pesa kidogo. Nilikuwa na bank na Equity. So nikaenda sasa nataka kuchukua loan.
nakumbuka it's the first time yenye nimeenda Dubai. Aya Kwako Kalon niliendea. Uchukua ngapi? Ilikuwa 150,000. 150,000. Hiyo ulikuwa kunaenda unakuwa guaranteed. Yes. So nikakuwa guaranteed. Unajua by that time nikiwa Thika nilikuwa nimeform marafiki. Nilikuwa na marafiki. So wakaenda ukanisimamilia. Loan ikatoka. Ikatoka. Ni ya kwenda raha Dubai ama? Ka 150 kwenda kuleta mzigo. Nakumbuka my first trip hapo nikienda nilikuwa ni 150. Sasa nikaenda hao mama wa biashara wakaenda wakani nakumbuka wakanionyesha travel agent ambaye wanatumia. Ambaye alikuwa aende ananipatia tikiti. Ukipata tikiti unaenda unaleta mzigo. Ukishaleta after 1 month, after 30 days unalipa tiketi. So nakumbuka nikaenda na nakwambia wakati wa kibaki ilikuwa mzuri. By that time dollar ilikuwa 60 something. So with my 150 na tu pesa tungine nikaongeza juu ikakuwa kama 180. I had almost $3,000. I remember it was $2,800. Yes. Kitu ambaye saizi imagine ni $1,000 kwa hiyo pesa. Imagine. Nikaenda naye. Kaenda sasa nikaleta tu vitu, tu viatu, manini, tu suti, tu vitu tu kidogo. Yani hata situmi na mzigo, nazifunga kwa mabag na beba. Yes, hand luggage. Naingia naye. Inaonyesha anoka yana hilo vieno. So nakuja alafu unajua mi naturally mi ni mtu wa watu. So I had a lot of rafiki na nini. Na hapo nikiwa university pia nilikuwa kwenye student leadership. Yes. Ulikuwa nini huko? Nilikuwa ya gender. Nilikuwa coordinator wa gender. Yes. So the women league ya kwa university. So kwa sababu ya hiyo student politics pia sasa pia nikaingia siasa ya chama. Around the same time. So nikiingia siasa ya chama kuna rafiki yangu alikuwa anaitwa Martin Ole Kamwaro ambaye tuko na yeye DCP anatoka Narok. Alikuwa wako na chama moja inaitwa UDM. So actually kabla ya hapo tulikuwa kwa Young Kenyans for Raila. Just nikurudishe nyuma kidogo. Around 2005. Tulikuwa kwa Young Kenyans for Raila. Nilikuwa secretary. Hiyo ilikuwa around hiyo 205. Na umejipata huko aje kwa Raila? Ni ma friends tu, unajua vile watu friends wanakwambia kuna hii vuguvugu, kuna ule alikuwa anaitwa Don Bosco, kuna nani, yani kuna marafiki Dorothy nani. Sasa hiyo vuguvugu tukasema tukaenda tukachaguana, nikakuwa secretary, nikakuwa nani, sasa ikakuwa hiyo tunazurura na nini Kenya tukisema Young Kenyans for Raila. Hiyo ndio wakati ilikuwa 205. Tukienda maneno ya banana na mchungwa. You remember that time? So tukafanya hiyo Young Kenyans for Raila na nini mpaka 207. Yes. Nakumbuka vile 207 ilifanyika. So after 207 vile sasa baba akaenda wakapata nusu mkate na nini that time. I think tuliachwa nyuma wenye tulikuwa kwa Young Kenyans for Raila. Mkadampiwa. Ni kama atuku kuwa kwa laini. Tukasaulika kiplani. Sasa hiyo 2007 vile tulisaulika. By that time nikajuana na huyu anaitwa Kamwaro. Martin Kamwaro. Bado unafanya biashara yako ya manguo na wala. Sasa hata hiyo ndio ilinipa network. Sasa hata unapata by that time unaenda unachukua hata t-shirts za chama na print unawauzia, unafanya nini. Yani ikakuwa network hata by that time naenda na supply kama kwa mahoteli, kama kuna hoteli nakumbuka yani alinipatia order kubwa yani hiyo masiku ndio nitengeneze milioni yangu ya kwanza. Wow. Alikuwa the late he was an MP, alikuwa PA wa Biwot. Anaitwa
I've forgotten his name. Alikuwa na hoteli Eldoret ilikuwa inaitwa sijui Marriott. Akanipa order ya mapilo, mabed covers. Sasa umeingia biashara kabisa. Nini kabisa. Na mzee bado ni daktari. Okay. Mrs. Doctor. Ahutiria milioni mwitumia. So nika supply. So nikiwa hapo I formed nikakuwa social capital. Marafiki wengi. So ikakuwa hata tukiwa pale hata masuti sasa naweza enda kuchukua masuti na nini. So tukapatana na Makamwaro. Kamwaro akaniambia kuna chama hii inaitwa UDM. Si tuingie. Nikamwambia sawa. Akaniambia basi, na ilikuwa kwa karibia around that time like 2 weeks tu. Walikuwa nafaa kukuwa na uchaguzi wa officials. Walikuwa nafaa kwenda Bomas, wakuwe na officials wa NEC wafanye elections. Akaniambia ingia nini. Nikamwambia mimi nataka kuwania kiti ya maybe youth whatever kwa chama. Akaniambia ni sawa. Youth ni sawa. Tukaenda Bomas. So kwenda Bomas uchaguzi. Tukachagua chair ambaye the late alikuwa anaitwa General Koech. Alafu hiyo time UDM ilikuwa na mbunge mmoja. Alikuwa anaitwa Professor Sambili. Kuna mama alikuwa anaitwa Professor Sambili. Wakasema kwa sababu chair ni mwanaume. Unataka kuinekereria rita na ndoro ranywa ona gikudoke mwakea mai. Nolithora kura. Imagine naye lazima ukunywe lita ngapi? 3. Alikuwa anachungulia hivi hajakunywa hata drop. Sasa Professor Sambili ikakuwa yeye General Koech akamchagua chair. Sasa ikakuwa Professor Sambili ndio achaguliwe vice chair. Kuproposiwa akakataa. Yakasema kwa sababu unajua yeye ndiye alikuwa mbunge. Nadhani alikuwa amejisikia kama yeye ndio mbunge peke yake ilikuwa inafaa yeye labda ndiye awe chair. Unajua saa zingine wanaume wetu vile wanakuwa. Sasa wanamchagua na kwa sababu yeye ndiye alikuwa senior most kwa hiyo chama. Wanampea kila kitu. Inafaa yeye ndiye angekuwa mwenyekiti. Akakataa. Kukataa sasa wakasema basi inafaa ni mama anafaa kuchaguliwa as vice kwa sababu hawezi kuwa chair ni mwanaume vice mwanaume. Nikajichocha. Watu nilikuwa nimekaa naye hapo kando kando nikamwambia mni propose. Mni propose. Unajua unakuwa na propose na second. Nikamwambia mwenye yako my right ni propose na left ni second. Wakasimama wakasema I propose Millicent Omanga second. Alafu unajua nilikuwa kwa wacha tu. Hiyo by then ndio nilikuwa kwa ndio nimeiva sasa. Ulikuwa mama yao. Wacha tu. Sasa kuna mwenye alisema I propose Millicent Omanga, huyu mwingine akaniambia I second, nikasimama. Bomas yote ikasema tumekubali. Hakuna upingamizi, hakuna upingamizi. Hakuna upingamizi. And that's how I became vice chair wa UDM. Mimi Mrs. Doctor. Yes. Nikakuwa vice chair. Umeambia bwana sasa umeingia politics, anaitikia ama hana shida? Alidhani ni mchezo. Sasa si nimekuwa vice chair. Akasema haya. Lakini yeye hakuwa na shida. Yaani yeye is easy. Yaani si mtu ana shida. Lakini unajua ni ile unaona vitu zinafanyika haraka unashangaa ati vice chair tena kuliendaje? Sikuwa tumeona maneno ya youth na nimesimama tu nimekuwa vice chair chama. Yes. So hivyo ndio nilikuja nikakuwa vice chair wa UDM. Sasa nikaendelea. So hiyo political platform ilinipa pia kukuwa na network sana za kuendeleza biashara yangu. Wewe unavuruta bado ka biashara kako hivi? Naendelea. So nikiwa kwa sababu nilikuwa naleta sasa manguo masuti za wanaume. Sasa wabunge wote nilikuwa nawauzia masuti. Unawadress? Nilikuwa nawauzia masuti, nawaletea viatu, nawaletea hata president. Mimi nilikuwa president wa sasa. Nilikuwa namuuzia. Huyu President Ruto wa sasa. Akiwa sasa MP? Akiwa mbunge. Wow. So and by then alikuwa waziri wa sijui agriculture. So hiyo nikiwa UDM. So nikawa nawauzia wote, yani
watu wote, yani hao wabunge wote nilikuwa nawauzia. Sasa ikafika ndio nimeanza hata naenda Turkey, naenda naleta masuti. Sasa yani biashara ikanoga. Ikaanza kugrow na ikaanza kukua kubwa. Sasa nikaacha kufanya ni kama na hawk, sasa ikakuwa ninafungua maduka. Hata si duka? Maduka. Nikafungua Thika, ninafungua Nairobi. Yani nikakuwa ukaomoka sasa. Nikaomoka. Sasa katika ile nikienda kama Turkey, nikienda yani nilikuwa naenda kama India. Yani wakati huo kulikuwa na pia supermarket ambayo pia naweza sema ilinisaidia sana kwa sababu ilinipatia kauda kazuri. Ilikuwa inaitwa Eastmart Hotel. Nilipata rafiki mmoja alikuwa anaitwa Kamau wa Eastmart. Akanipa oda ya panties za India. Yani India nayo ina cotton nzuri sana. Thread count na handkerchiefs. Akanipa karibu ya 2,000,000. Hapo sasa ndio niliambia umaskini bye bye. Wow, yani unaenda India. Lakini pale India ukiona paka ukisema Kenya tu unashukuru. Yes, true. Yani nilikuwa nafika na ndege ya asubuhi. Ya saa 12 hivi. Unachukuliwa na ututu kama tuk tuko na fan kadogo kanapiga. Yani kama uko na hizi vitu zako akiruma nayo utaziacha hapo kwa hiyo gari. So nachukuliwa sini 6 yako kagari kananipeleka paka huko Mumbai, sijui place nyingine hapo pale watu mnakaa mnakunywa chai. Unafika kaa saa 2 unaongojea maduka zinafunguliwa. Unazunguka juu sasa utaki ati uenda sijui ni room unaenda kupumzika. Hakuna pesa, biashara. That's the business people. Unaongojea ikifika kama saa 3 sijui saa ngapi unaenda kwa hiyo maduka handkerchief manini. Yani I think I would love kurudi huko tena. Handkerchief manini unaenda unanunua, unachukua, unapakiwa. Kifika saa 10 uko njiani kurudi hapo. Hakuna kulala. Hakuna. India. Ni urudi airport. Kudhaka na biashara ya mudu ni ukurago. Hiyo ndege unapata kama ni ya saa 4. Unaenda unakaa hapo. Unajua juu ya jamu unafika airport kama kutoka saa 10 unafika maybe around 6-7. So unakaa hapo airport. Hiyo saa 4 ndio unaingia ndege yako unarudi. Sasa hiyo unarudi labda umechukua kama ni Emirates unasimamia Dubai. Unashukia pale Dubai. Unaingia unachukua viatu zako huko wapi nini vitu unaokota. Hiyo si umeingia asubuhi Kenya. Unaingia asubuhi jioni. Umeingia umerudi Kenya. Yani haulali. By the time ufike yani unasikia unaumwa na mwili. Lakini unajua ukiwa na determined. Unajua ni nini unataka. Yani unasema umaskini hapana. Sirudi hapo. You will do it. Yani utafanya, alafu pia sasa unaomba tu, unasema Mungu aku bless, akusaidie. So nikaendelea. Lakini nikiwa kwa hizo shamra za kusafiri nchi za nje na nini, nikaanza kupata passion ya vitu vya interior. Nikaanza kupenda unaona unapata curtains nzuri. Unaona viti nzuri. Unaona vyombo nzuri. Ukienda Turkey unaona masufuria nzuri, unaona masahani nzuri. So ikakuwa sele analeta nguo, nikaanza kidogo saa zingine analeta masufuria. Naleta sufuria kidogo, labda natuma kama set 10. Zikikuja wamama wanazichukua zote. Nejega the quality kana sasa nikileta tu sahani toda kama sasa naanza kuleta. So nikaanza kuleta pole. Naleta this time naleta set ya vikombe. Wanasema tudhaka. Naleta tu sufuria, naleta tu vikombe. Omagano tudhaka, tudhaka fio. Sasa naanza kuleta nini hivyo. Na I started developing passion for interior.
slowly that's how I got into interior design proper. Yes, because of now passion and you know that not really I didn't get into it because of training. Ile course tumesomea ile tuligraduate. Tuligraduate na baada hii biashara sije you know I did mimi sijaandikwa kazi. Na degree nilifanya bachelors of commerce marketing option. So hii marketing nadhani pia ndio imenisaidia kwa hii maisha ya kwa sababu ya kuuza because I'm basically a marketer. Yes, I can sell anything. Na hujaiandikwa? Mimi sijaiandikwa kazi na mtu. Yani sijui kuandikwa. Yani hata internship mimi sijaiandikwa. So I believe hata tukienda hizi shule tunaenda tusiukue tunakaa hivi tunafikiria ati kuandikwa. Hakuna makazi. Tumia ile elimu ujuzi unapata kujinufaisha mwenyewe. Yani ile ujuzi utaweza tumia kwa your day to day. Yani kwa maisha yako ya siku kwa siku. So niligraduate in between hapo. Niko kwa biashara. By the time yani na graduate yani yani nilikuwa kama sasa nilikaa 1 year nikarudi. Nakaa na defer also semester kwa sababu sasa unajua ni biashara. Uko na mtoto. Mara umepata sijui order ya nini. Nikaanza naona napenda pesa. Unaona hii tamu miss class sasa una defer hiyo semester unaenda hivyo lakini but finally ulimaliza. Finally nikamaliza nika graduate na second class hapa division bachelors of commerce marketing option. Sasa umeingia interior proper? Nimeingia interior. Nikaanza by that time sasa tumeama kutoka Thika. Mko wapi? Tumekuja Nairobi. Wewe Nairobi wapi? Mountain View. Mountain View. Hata ni kama pia daktari pia ile side yake ikai vibaya. He left by that time akatoka government akaingia NGO ndio alikuwa head of AIDS control programs. Ya maneno ya HIV wanafanya maneno ya research na nini. So yeye ndiye akakuwa anasimamilia, ilikuwa sponsored na University of Manitoba. So ikakuwa yeye ndiye Kenya anasimamilia. He's the head of hizo programs. So sasa vile ndiye akatoka Gatanga akakuja sasa tukakuja Mountain View. Mountain View, sorry. Hapa karibu hapa Kangemi Westlands. So tukakaa ndio nikaanza sasa vile mimi nilianza sasa nikaanza sasa kwenda China. Sasa ikawa China unaenda kuchukua nini? Mafurniture sasa. Viti. Haya tuweke hapa China viti interior. Na tulianza na sim card na suruali na bra huko shule. You can grow Yes. You can grow. Oh yes. Na tutaenda half the story. Karibu ninashindwa kuni utaji zenye mimi najua viti China. Si tuendeleze Thursday na tujaingia nini siasa? Na tujaingia kwa siasa. Na tumeongeza mtoto. Sasa Mountain View ndio sasa at least kwa na joto ndio tuliweka mtoto wa pili. Tupesa tumeingia sasa at least kwa na joto. Vika ilikuwa baridi. See you on Thursday. Westland ikakuwa na hewa mzuri. Applicable for another baby child. Ndio tukapata baby girl na hiyo joto ya Westland. Sasa tuonane. Naambia wasikizaji wakuja waendelee kunisikiza. Nemedete. Basi waambie na Kikisi unawapenda basi. Nemedete. Na mokonyi tabaru. Kikisi unaongea? Sijui by the way vizuri. Siko very fluent lakini najaribu kidogo. Oga ne domedete. Makonyi tabaru. Manyi tabaru. Ukule niko gidio rugari.
Korea Westland ni kugirio rugari wa kana kangi. Msichana anaitwa Kairetu. See you on Thursday. Thanks.